Okay. All right. Asante sana. Karibu sana ndani ya nyumba kama ilivyo kama kawaida. Leo tarehe 12 mwezi ni wa saba mwaka wa 2021. Nashukuru sana kwa kuweza kuona na mimi. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV kama ilivyo kawaida. Hapa ndani, hapa ndivyo jinsi kulivyo. Nakwambia sana, Mungu amekuwa mtakatifu, ametuwezesha, ametulinda, ametuhifadhi. Sijui kama sound check iko poa pale nje. Ile kitu tunataka kufanya hapa ni sound check. Ndio kama sound check yangu iko vipi? Kisha baadaye nitaanza kufanya sharing tafadhali. So kama unanipata kwa njia iliyo safi, unajua kama sound check yangu pale pia iko sawa, unaweza nifahamisha pale katika comment, uniambie kwamba kurutu sound check iko poa, sawa, iko safi kabisa. And I appreciate for that. Nitakuwa nashukuru sana. Nitakuwa nashukuru sana. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ndani ya Kisi Hot TV. Okay. Ni mimi hapa Dennis Kukuntu, tafadhali fahamisha kama sound check iko poa pale nje. I appreciate for that. Nitakuwa nashukuru sana. Kama sound check iko poa pale, nitakuwa nashukuru sana watu wangu, nawaambia kwamba karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Niambie kwamba jinsi siku yako imekuwa vipi. Wakilisha rekodi yako kama kawaida tunafanyanga. Kiwakilisha rekodi yako mara nyingine tu punde tu na uweze kujua. Okay. Okay. Ukiingia kule tafadhali mtu wangu, ukiingia pale, make sure you like and you share. Okay? Tumejaa ndani ya nyumba na kuweza kukimbizana nayo, kieleweke nayo hadi mwisho. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu, ametuwezesha, ametuhifadhi, ametulinda, ametuonekania kwa kila jambo. So tafadhali chukua hiyo link hapo, anza tu kushare. Start sharing that link. Tukaweza tukuingia ndani, tuanze kwa pamoja katika Bible challenge hivi leo, na kuambia kwamba iko katika njia yake ile kitofauti kivile. Sawa sawa. Okay. I want us to come inside here. As we share 1 2 3, tuna jinsi gani Mwenyezi Mungu anaweza tuwezesha. Okay. Hapa nimechukua link yangu, ndio nimeanza tu kushare. Okay. Okay, I want to share this link to some friends. Tuambie kwamba tumejaa ndani ya nyumba, tuanze tu kwa pamoja, tuone jinsi tunaweza kusonga tu mbele. Sawa sawa. Na Mwenyezi Mungu atatuongoza kwa kila jambo. So karibu sana popote unawakilisha rekodi yako. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Uko na mimi hapa Dennis Kukuntu, niko ndani. Ila tunakuomba tafadhali hakikisha kwamba umeita watu wawili watatu waweze tu kujaa ndani ya nyumba, tuanze tu kwa pamoja katika hii siku ya leo. Ni Bible challenge. Hakikisha umetuma hiyo link hivyo imetembea hiyo link itembea sana, na hakikisha kwamba kama wewe ni mgeni mwingia pale hujasubscribe katika hizo YouTube channel, hakikisha umepiga subscription kule kieleweke nayo. So niambie kwamba siku yako imekuwa vipi, niambie kwamba siku imekwendea aje, hali yako imekuwa vipi, na kisha baadaye tutaongea hapo, niambie kwamba jinsi gani unaendelea. Okay? Wakilisha rekodi yako kama ilivyo kawaida, wakilisha rekodi yako tafadhali. Hakikisha umesalimia watu wawili watatu, waambie kwamba waweze kujaa ndani ya nyumba. Wakisalimia watu, tutakuwa tunajuliana hali, sema hali yako imekuwa vipi leo, na Mungu atatuongoza kwa kila jambo. Tutafanya mambo kama ilivyo kawaida. Kila kitu, kila ratiba itakuwa kama ilivyo inakuanga. So pale katika comment hakikisha umeita watu wawili watatu. Niwaambia kwamba tumejaa ndani ya nyumba, waweze tu kuingia na tuanze moja kwa moja ndani ya Kisi Hot TV. Na mkiweze kueleweka nayo. So hakikisha kwamba umetumia watu, umeweza kutumia watu, waambie kwamba tumeingia ndani ya nyumba. Tunataka kuanza kupiga show moja kwa moja hadi ile tema ambayo Mungu ataweza kutuwezesha tuweze kufika. So hakikisha kwamba watu pale ukiingia, hakikisha umelike pale. Kama uta subscribe, make sure umesubscribe. Kama utafanya anything usisahau ku comment. Sio comment also, hakikisha kwamba umesha kwa watu wawili watatu
waweze kuingia katika mjadala wa siku hii ya leo. So popote unawakilisha, jaja ndani ya nyumba bila kuogopa, usiwe na wasiwasi wowote ule, kwa maana kukurikuntwa kwa hapa tuweze kusemezana, tuweze kuelimishana kwa mambo mawili matatu, tuone jinsi gani tunavyosonga mbele ndani ya Kisii Hot TV. Okay. All right. Asante sana. I'm trying to make sure kwamba nimepiga share pale kimeeleweka. So kama mmoja pale ndani ya nyumba, tafadhali katika timu ya Kisii Hot, katika timu ya AA Karo, na pale watu wamejaja tu ndani ya nyumba, tafadhali wacha mimi nikafanya hivi, nikarudi nyuma hivi tu, kasi tuweze kuendelea hapa tuanjiza tunaendelea mbele. So kama umeingia pale, hakikisha umeita watu wawili watatu wameweza kujaja ndani ya nyumba, ita register marking pale, jitambulishe pale, sema kwamba ushafika ndani ya nyumba. Ukifika ndani ya nyumba, tafadhali salimia watu. Kama umesalimia watu, hakikisha kwamba umewakilisha rekodi yako. Ukiwakilisha rekodi yako, hakikisha kwamba umefanya nini tena umeweza kushare. Pia usisahau kulike, okay? Usisahau kulike ndio tukaweza kusonga mbele pamoja ndani ya Kisii Hot TV. Mbele iko sawa, na tunahakikisha kila kitu kipo kwa njia iliyo sawa na kwa njia inayonyoka vizuri sana. Tutasonga mbele, tutazidi kusonga mbele bila wasiwasi, bila wowote. All right. Thank you very much. Thank you very much for joining in. Kwa ushingia pale, tafadhali team comments zitembee pale kuniambia kwamba ushafika ndani. Okay. Kama tutafanya kawaida, tunaanza na maombi. Maombi yatakuwa kitu cha kwanza kabisa, kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuweza kumtukuza kwa kila jambo. Wewe wa ajabu, wastahili sifa. 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 We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful, wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful, wonderful. You are worthy, oh Lord. We give you glory, Lord,
Yes, we honor you. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful, wonderful, wonderful. You are wonderful, my God, Father. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. So welcome in the house. This wonderful is mine. Jesus Christ. Mtakatifu utakatifu. Karibu sana katika ibada ya challenge hapa siku ya leo. Katika siku ya Jumatatu tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa maana anatuwezesha na kupigana kwa kila jambo, amekuhifadhi siku hii ya leo. Anaenda kupigania kwa kila jambo. Ni ndani ya Pepo Challenge hivi leo siku ya Jumatatu na kukaribisha kujadili one on one. So kama umepata topic ya siku ya leo usisite kutembea mbali, pale comment tafadhali. Naomba kuhakikisha area code yako. Salimia watu wawili watatu wajulie hali. Pia sema comment ndani ya nyuma. Makiraja sema good to our present as we want to worship the Lord. So in this time kama dakika 2-3 hivi 4-5 I want us tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maana yeye ni mtakatifu kwa watakatifu. Kumtambua Mwenyezi Mungu inakuwa tu ni kitu kizuri sana. Kwanza kumtukuza, kumbatia utukufu na mamlaka. Inakuwa tu ni kitu yenye kuona ni kitu cha muhimu sana. Kwa maana wengi walikuwa wanatarajia kufika siku hii ya leo lakini hawatafika. Wengi walikuwa wanatamani, walikuwa wanatarajia, walikuwa na mipango mizuri hivi leo. Wengine wakapata ajali. Nakuambia kwamba Mungu akiamua kukuhifadhi, anakulinda. Kwa nini sapewe sifa? Today I travel back to home today. Nilipokuwa natoka nyumbani kufika katika sehemu ya kuna wale wanajua sehemu ya kwenda barabara ya Kisii Kilgoris. Unajua kuna sehemu inaitwa Nyansongo. Before you leave that in that kwa stage kwa hiyo junction hapo. Just nilipata gari kama 4 tu hivi. Nimeweza kuinvolve accident gari 4. But nakwambia kwamba Mungu, hao watu walikuwa in that side wanyepata ajali. Mungu alikuwa sasa, Mungu alikuwa anawapenda. Mungu alikuwa anawapenda. Sisi wengine ambao unajipata kama kuna hai, unajipata kama ni mzima, siku umesha vizuri, utajipata katika shida yote ile, utajipata katika tatizo lolote. Ndio maana nakwambia kwamba kuchukua nafasi yako kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwambie kwa Mungu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mkuu wa wakuu, wewe mfalme wa wafalme, unafanya mambo makuu binadamu sikafanya. So karibu sana ndani ya nyumba, I want to worship the Lord. Mwambie yeye ni wa ajabu na sipewa sifa. Kwa maana amekulinda, amekuhifadhi, amekuwezesha kwa kila jambo na ameweza kukuandika. Bwana sipewe sifa. Just join me, sema yeye ni wa ajabu, wastahili sifa. Mwambie kwamba Mungu, wewe ni wa ajabu, wastahili sifa, utukufu na mamlaka. Katika jioni hii ya leo, asubuhi hii ya leo, mahali popote tunawakilisha, wanajua majira na masaa wakati huu. Mwambie kwamba Mungu wewe ni wa ajabu, wastahili sifa na utukufu. Katika jina la Yesu Kristo. I want to worship the Lord. I want you to worship the Lord with all your heart, with all your strength. Fungua moyo wako wote, usipakishe yote ile. Unaona? Hata kama ulikuwa katika tatizo, ulikuwa katika mchofu, chukua tu nafasi hiyo. Mwambie kwamba I want to give you glory and this time I want to worship you, hata kama niko katika hali yoyote ile, and God will do it. Okay, I tell you. Mungu atakushika mkono. So sasa kutembea mbali. So join me in the next 1 minute. Tuimbe worship wani wa ajabu, wastahili sifa, kisha baadaye nitaomba na kisha nitaweza kukaribisha ndani tusipote one on one ndani ya Kisii Hot TV. So I want us to do wewe wa ajabu, wastahili sifa, wewe wa ajabu, wewe wa ajabu, wastahili sifa,
wewe wa ajabu, wastahili sifa. Wewe wa ajabu, wastahili sifa. Wewe wa ajabu, wastahili sifa. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. We give you glory, Lord. Yes, we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy, oh. So I want us to pray. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Wewe ni wa ajabu, wastahili sifa, tukufu na mamlaka. Mungu shemlele, mlinzi mwema. You are worthy to be blessed, God. Wastahili sifa, tukufu na mamlaka Bwana. Kwa hiyo shatutendea, kutuhifadhi, kutulinda siku yote. Tuwezeshe kwa kila jambo Mungu. Tuombe kaza kutongoza na nguvu zako. Tunapenda kwanza katika mjadala wetu wa siku hii ya leo Bwana. Katuhifadhi mtakatifu. Tuhitaji kuona mkono wako ukiweza kutembea juu yetu Bwana. Katuongoze, tunapenda kuelimishana mambo mawili matatu katika Bible Challenge mtakatifu. Kaweza kututumia Roho wako mtakatifu katuongoze. Kaweza kutulinda na kutuongoze na kutupatia hekima na maarifa kutoka kwako. Ninaomba kila mmoja anayenitazama wakati huu, kila mmoja anayetazama, anayesikiza akifanya kazi yake mtakatifu. Tunaombea wote, watendee mambo makuu, kuwabariki Bwana, wanakisi wote TV na watazamaji wote. Watendee mambo makuu Bwana. Wale wana shida, wale wana mahangaiko, tunaombea Bwana utatenda. Haitaishi kama itachukua muda aina gani, lakini wewe utafanya Mungu. Fanya mambo makuu na kutuongoza kwa kila jambo. Tusamehe dhambi zetu Bwana, na uweze kutuelimisha kwa kila mmoja. Wale wagonjwa tuwakumbuka, wale wana shida pia tuwakumbuka. Wale katika mahali kila sehemu nje ya nchi, wale ndani ya nchi, tunawaombea wote. Neema fadhili zako zikawaandame. Sasa tunapanda kwanza pamoja na sisi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen and amen. Tutakuwa na watu bado kusema amen and amen and amen. I tell you, amen and amen. Mtakatifu, Mungu ni mkuu. Hakika wote kazi kupokea sifa zake. Wote kazi kuinuliwa milele, kwa maana kwa kila siku zote yeye ni Mungu mkuu. Mungu asiyeshinda, Mungu hawezi kubadilika kamwe. Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye enzi. Mungu ashiye juu mbinguni. Yeye tu ndiye pekee yake tunafaa kumtukuza. Karibu katika ndani ya Bible Challenge, tuweze kufahamiana mambo mawili matatu, tuelimishane mambo mawili matatu katika ndani ya Biblia. Kama wewe umefanya theology, wewe ni mchungaji, ama wewe unaelewa Biblia, tafadhali hapa ndani tukaweza tukuelimishane mambo mawili matatu, tujue kwamba ni jinsi gani tunavyojifunza mambo mawili matatu ndani ya Kisi Hot TV. Okay. Kuna mimi hapa Dennis Kukuntu, na kukaribisha kwa moyo msafi tena ndani ya nyumba. Sasa kupanduka, shikilia hapo hadi tamati. Tukimaliza basi tuondoka, lakini usiondoke sana. Anapa team comments zinaendelea kuja mbio sana. Nitakuwa nakimbia katika team comment pale kwa maana na nitakimbia katika team comment baadaye. Watu wameweza kujaja ndani ya nyumba. So team comment tasoma baadaye ziendelee kuja, ila tu nataka kuachia link pale watu wakuja hapa ndani kwanza tujuliane hali. In the next round 3 and the next baada kama dakika 3 tu hivi, baada ya kujuliana hali, tutaweza kufanya nini? Tutaweza kuchanganua kidogo tu haya maandiko ama hii topic ya siku ya leo, kwamba kwa maana kuna kitu pale na tutaweza kuelimishana kutokana na maandiko ya siku ya leo. Ni Bible Challenge. Kama wewe unaelewa Biblia kidogo, tafadhali ndio tusaidiane. So in the next minute
let me just give you this link na tuweze kufanya mawili matatu. Sawa sawa. So sisi kupanduka. Okay, nashukuru sana nimeona watu wanaweza kuingia ndani ya nyumba. All right. Okay. Thank you very much. Nashukuru sana, karibu sana to share dada. So link nishapatia na gonga link, kiingia nani nitakwambia on what next to do, okay? Nitakwambia kile kitu ambacho kinafuata. So ngoja gonga hiyo link kuja. Team comment, msiogope. Don't fear. We are here. We are just here. Comment tutafanya tutasisoma. So let me just do 1 2 3 here. Nianze kwa John Mesa anasema kwamba Odi, nimeanza kusoma comment. So naanza kusoma comment. Nikianza kusoma comment na wewe tafadhali kama unachukua hiyo link kuja hapa nani nitakuelekeza jinsi ambavyo tunaenda kufanya mambo mawili matatu. Sawa sawa. Anaitwa John Mesa. Odi, karibu sana pastor. If you are the president pastor John Mesa, please confirm it to me down there. Nimekuambia karibu. So nione pale chini kama you are the president, okay? Anaitwa Wambui wa Jamshed Wambuhu, could you make me present? Are you present, my brother? Wambuhu, I want you to say me present, madam, I'm a present, sir. Tukana shukuru sana. Anaitwa Wambuhu anasema kwamba kwani hii show inaanza saa ngapi? Si tuko hapa. Uko wapi Wambuhu? Are you present? Ama ushaenda? Kwa mtu anaitwa Keva Osinde, hodi, karibu sana mtu wangu Keva Osinde. If you are present, say present, sir. Present, madam. Akanitika hizo zote. Anaitwa Riskin anasema kwamba Wambuhu, mambo umeanza kusalimiana pale wajuliana hali, at least indeed tangu jana tuachane hapa, ama ni leo ilikuwa ni leo usiku tena tukupapa hapa. Wambuhu, poa sana Riskin, asante sana, shukuru sana sisi ambao mnaenda kusalimiana pale nje. John Mensa, ndio hii saa 4 tuko hapa. Pastor John Mensa, are you present? Present. If you are present, nitaona pale chini if you are there, okay? Jackings right nasema kama niko ndani, nishawapatia link pale. Kuja niwaambie on what to do. Katika topic ya siku ya leo, tunaenda kufahamiana mambo mawili matatu. Ni people challenge. Je, Jesus Christ. Yesu ndiye Mungu ama Yesu ni mtoto wa Mungu? Hey. That question I want us to discuss tu pole pole. Tuweze kuchanganua pole pole kwa maana chana nimekuwa sehemu fulani tukaweza kuchangiana na hiyo na mtu fulani kulingana na hilo neno. Ni kama inaleta yani kuna ujumbe fulani pale, lakini kuna watu wanasema kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. Yesu ni Mungu. So I don't know wewe kusaidi ipi na maandiko wewe una support kwa njia gani? So karibu sana ndani ya nyumba. Ni mimi hapa Dennis Kukuntu kama kawaida, nimejaa tu hapa ndani. Usiogope. Wewe kuja mtu hapa backstage. Okay. Naitwa nani? John Mesa iko sawa, karibu ndani. Nashukuru sana pastor. Checking red anasema kwamba sauti iko sawa kabisa. Nashukuru sana Damaris Nyatichi Mosiria. Hamjamboni mashabiki wote. Hatujambo sana. Ingawa umepotea sana lakini nashukuru sana, karibu sana mtu wangu. Nimejaa ndani ya nyumba. Asante sana. Anaitwa Wambuhu team comments. Hey, sijui kama team comment umeitika pale Wambuhu, nitakuwa nashukuru sana. Riskin anasema kwamba show imeanza kuja, watu wengi hapa ndani tushaanza. Wambuhu anasema kwamba Kurukuntu sauti ya keyboard iko chini sana. Oh, pole sana. Ilikuwa chini. Nimeongeza mtu wangu. Dani Nyaps as kwamba you are doing great pro people. Thank you very much. May God bless you so much, my brother. This wow and wonderful. I dare you. Anaitwa Dani Nyaps. Okay, kwake Jamshed Wambuhu, nice worship brought to Jehovah. Shalom, I tell you. Thank you very much. Shalom. Brought to you, my father. Poa sana Damaris at Jackins right. Naitikia pale salamu, nashukuru sana. Sijui kama Damaris ako ndani. Riskia anasema kwamba nakuja niko ndani at Wambuhu. You are present. Thank you very much. Kevin Ostinda anasema kwamba amen. Nashukuru sana mtu wangu. We have this anaitwa Jamshed Wambuhu at Riskin. Sawa. Nashukuru sana. Kevin Osinde anasema kwamba hi everyone. Hi to you my brother. Hi to you. Watu wetikia salamu za Kevin Osinde. Riskin anasema kwamba at Kevin mambo. Keva jambo.
Sijui kama tika Dwambu at Keva, hi to you. Keva Osinde anasema kwamba tuko poa nanyi. Anaitwa Keva Osinde, nashukuru sana Keva Osinde. Anasema kwamba mko sawa na waona, nashukuru sana. Liskina anasema kwamba tuko poa kabisa. Najua kwamba Mungu anaendelea kutuongoza. Naitwa nani? Keva Osinde, hiyo ni poa pasi. Nashukuru sana. Wellington Musindai, I'm locked. I can't miss this service. Thank you, my brother. Welcome in to this service. I tell you. Keva Osinda and so come hallelujah. Amen and amen. I tell you. Mungu ni mkuu, Mungu ni mtakatifu. Wambuhu, Jamshed Wambuhu, amen and amen. Anaitwa ENM Left Melodies, amen, amen. Nashukuru sana. Anaitwa Wambuhu, anasema kwamba tuanze saa hii, tushaanza mtu wangu, nishapeana hata linki pale, lakini sijaona watu wakiingia nayo linki. Kefo sina nasema kwamba si ndio, nashukuru sana. Kadhalika ningesana nasema yes mkoje, tuko poa sana mtu wangu. Jamshed Wambuhu, yes I'm present, karibu sana. Kefo Osinde present madam. Cecilia Ogega marked present. Thank you my dear. Karibu sana ndani ya nyumba. Celestine Nyagaka anasema kwamba tuned in. I see you taking right. I tell you. Caroline Orango tuned in from Nairobi team comments. Hi. Nairobi inawakilisha watu wangu naambia. Wambuhu anasema kwamba at Caroline, hi to you. Thank you very much. Asante sana. Keva Osinde, welcome madam and Caroline Orango. Jua ni hali njia hiyo safi. I want to welcome you in the house. Karibu sana ndani ya Kiswahili TV. Team comment pale nimesoma comment nimemaliza. Sasa team yenye sijaona hapa. Wale wanakujanga live. Wacha niwapatie linki tena. Kama hii link imekataa. Tutaweza kumsifu na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Karibu sana ndani ya nyumba, tutaweza kufanya mambo mawili matatu. Tuone jinsi gani tunaweza kusonga mbele. Sawa sawa. So katika kama umeingia pale wewe uja-subscribe hiyo YouTube channel, make sure umepiga subscription kule. Kama uja like, make sure ume-like kule. Kama uja share, make sure ume-share kwa rafiki yako, umemwambia tafadhali njoo. Pia stay tuned in tunapoingia katika mjadala wa siku ya leo. Mimi nakukaribisha tu sana kwamba karibu sana ndani ya mjadala wa siku ya leo. Pastor John Mesa, sijui mbona simu yako umekataa kukuleta hapa ndani. Pastor, I don't know what happened to your phone. Kama unaweza tumia simu nyingine tofauti, tafadhali naomba uweze kutumia hii yako. Thank you. Ana imekataa. Karen Orango, karibu sana timu Nairobi. Karibu sana, mnawakilisha Perkeva and Wambu. Thanks. Nashukuru sana. So karibu sana ndani ya nyumba, tusikupia mjadala ndani one on one. Mjadala wetu wa siku ya leo unapata kukuja kwa njia iliyo safi. Mimi ninakukaribisha bila uoga wowote mtu wangu. Mjadala wetu wa siku ya wacha. Yes, I tell you. Even vitu zingine zinafanyikanga at sound control. Mitambo nao inaleta taprash kidogo kule, and that's why I tell you. Karibu sana nani, tuweze kusonga mbali na mimi hapa Dennis Kukurikuti Bible Challenge. Topic inasema kwamba do you accept that Jesus Christ? Topic yangu si sawa kule, wote ningeweza kurekebisha. Okay. Do you accept that Jesus Christ is God? Jesus is God, or Jesus is the Son of God? So what is your take? Wewe unachukua ipi? Je, wewe unakubali kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Sijui wewe maoni yako ni yapi? Sijui wewe unasema I don't know, but I want to welcome you in the house. Kama unawakilisha yako, tafadhali karibu sana ndani. Make sure like, ukilike pale, piga subscription kule. Tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Pastor John Mesa imekataa hapa. Anaitwa Kevo Sina, anasema karibu sana. Valentine Left anasema kwamba tafadhali ndio anakimbia akiingia ama akifanya nini. Valentine, my dear sister, mimi na emojis kwa conductor in connection. Mimi sijui ku connect emojis na on what they mean. Mimi na kuanga poa conductor. If you understand that one, please interpret it to me. Maslini Bosbeni anasema kwamba tuned in, karibu sana. Okay, John Mensa hii imekataa. Let me kick you out like this. Utaje tena kuingia. So, mtakuwa nashughulikia topic yetu baadaye, but katika Bible Challenge
What do you say all about? Jesus, what's according to your concern, according to your study, according to your biblical understanding? Mm-hmm. How do you know Jesus Christ? Is Jesus Christ the Son of God, or Jesus Christ is God? Huh? Let me nitakuwa nashukia topic baadaye, lakini je, wewe unajua kwamba Yesu Kristo ni mtoto wa Mungu ama Yesu Kristo ni Mungu? So according to you when you give your point and just send us to the paper, okay, text to support your answer. So ili kutetea jibu lako, tuambie kwamba Kruto, fungua kitabu cha Marko 19:17 inasema kwamba some, and that one tukao tuna relate, tunajua kwamba tunatetea jibu lako. And remember this, Biblia ni msumeno ukata mbele na nyuma. Kumbuka kwamba Biblia ni msumeno ukata mbele na nyuma. So when you take over this, you have to know that lazima ujue kwamba Biblia inakupeleka mbele na kurudisha nyuma. But it is you to call upon the Holy Spirit to guide you. So tunakwenda kwanza. Sijui nani ameingia backstage. Sijaona hapa watu wakiingia backstage. Sijaona watu wakiingia hapa na nishaweka linki kule. Njoo karibu tuweze kuanza mchata wa siku ya leo. So want to talk about. Je, wewe kulingana na wewe, unajua Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Yes, maseni mosibori kuna ku come in. Ndio maana nimeweka hiyo linki hapo. Watu wakuja hapa ndani. Tunaomba uwepo wako. Naomba uwepo wako wende nasi, ewe Bwana wa majeshi, tusikie. Masina shefika hapa anakuambia Masalaini Bosibori, umepanda juu ya ile ghorofa yetu? Yeah, niko juu. Oh. Yeah. Sasa nasalimu kila mmoja mwenye atasikiza sauti yangu. Salimia wote. Na wenye watakuja baadaye. Na wasalimia wote. Siwezi taja majina nikawamaliza. Yeah. Unatuharakisha gaki. So tusalimie nani? Salimia hata timu comment hapa, check timu comment. No, kuna mtu kwa atakupiga. Okay, nisalimie. Kuna kwanga na Celestine, Irene, J. Kingsley, Rionida. Siwajui majina, nitawafahamu tu siku nyingine. Celestine, wewe mwenyewe, Daniel, na wote. Wao wananisalimia, mwe mnanisalimia ndio niwafahamu. Mkinisalimia nitawajua. Unanipata? Nakupata vizuri pi. Hakuna mtu anaitwa Kalista sio. Mimi nimemaliza. Kalista Sioja. Sasa kwanza hata my brothers ndio siwajui. Bernard Onunga, sijui watu vizuri. Wakinisalimia nitawafahamu. Alafu siku nyingine nitajikaza niwajue. By the way, siku amekupeleka aje? Siku amekuwa mzuri, Mungu ni mwema. I can't complain of anything. I thank God just for everything, for the strength and good health. The fact that I am alive, I thank God. Yeah. Sasa umetuuliza swali. Nataka tuenda hapo tunaingia hapo live and direct. Tunataka kuingia direct. So when you give your answer, make sure umetuambia wote nitoe Biblia hapa ndani. Unanituma unaniambia watu fulani kusoma. Waweze kusoma, waweze ABCD. So okay. We want to learn ABCD leo kuhusu. Je, kuna watu wanasema kwamba Yesu ni Mungu na kuna wengine wanasema kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu. I don't know what you understand for this question. Unaielewa vipi?
kama unajua tuambie, uweze kutuelimisha leo, tuweze kufunzana mawili matatu. Lakini kumbuka kwamba Biblia ni kama msumeno, ukata mbele na nyuma. Karibu sana. Okay, according to me, kwa kuelewa kwangu kidogo pali naelewa. Yeah, tukianzia Pastor John Mesa pale nje atakupiga yeah? Anasema kwamba mimi nasema kile ninachokielewa. Lakini sijui yani mpaka pastor so kuna pastors wanakuja hapo, ungesalimia hata mapasta wote in a special way yeah. Sasa nitamjua jina, nitaanza kuwasalimia vizuri, mtanisamee for now. Let's go. Pastor John Mesa, I don't know. So according to Genesis, yes. According to Genesis, wakati Mungu alikuwa anaumba mtu ile siku ya 6, alisema let us make man, let us, sisi. Sasa hapo naweza sema Yesu ni Mungu. Kwa nini? We have the Trinity. The Trinity consists of 3 persons: God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Alafu nikitoka hapo nikuje kwa kitabu cha John 1:1. Kwanza kuna wimbo hapo Christina Shusho ameimba. Kuna ule wimbo wa hiyo John 1:1 kuendelea. Nitaimba kidogo. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno halikuwa kwa Mungu, na tena neno huyo halikuwa ni Mungu. Naye neno halifanyika mwili, akaja akakaa kwetu, tukauona utukufu wake, mwana-kondoo. Naona sasa kwanza hiyo John, utanisomea John 1:1 uendelee, alafu nitakwambia pale utasimamia, naomba. Hapo ndio tunapata kuona Yesu ni Mungu mwenyewe, kwa sababu vitu zote zilifanyika katika neno, na huyo neno alikuwa ni Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. In the beginning was the word. The word was with God, and the word was God, and the word, and everything was done through the word. Without the word, nothing was made that was made. Jesus is God. But unaweza soma for confirmation. Okay. Me I soma, nataka kusoma. That's John 1:1. John chapter 1. Nianzie moja nikiteremka kwenda chini. The Bible says, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There was a man sent from God, whose name was John. This man came from witness to bear witness of the light, that all through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. 9. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. Okay, unaweza unaweza simamia hata hapo, kwa sababu si explain kutoka juu ikasema neno alikuwa na Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. So you can't separate Jesus from God. It's the Holy Trinity. Unaona, kwanza mwanzo kuna hii period ambayo God took charge of everything. Yeye ndiye alikuwa anatawala, Mungu Baba. Sasa of course Yesu Kristo alikuwa, but Mungu alichukua hiyo nafasi kwanza akatawala watu wakati wa uumbaji.
Dhambi ilipoingia duniani ndio Mungu akaona hawezi jitoa yeye mwenyewe. Lazima atoe, yani part of him to come to the world to save the world. Sasa ndio ikabidi ameondoka, ameachia Yesu that place. Ndio Yesu akatake hiyo time yake, tunamuona kwa New Testament karibu yote, and then akahandle over to the Holy Spirit, to the Holy Ghost, but they were one as from the beginning. Hata kuna fasi nyingine ambapo Yesu aliulizwa, wewe ni nani? Ni Mark 14. Mark 14. 61 to 64. 61 to 64. Mark 14, 61 to 64. The Bible says, but he kept silent and answered nothing. Again, the high priest asked him, saying to him, are you the Christ, the Son of the Blessed? Jesus said, I am. And you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming with the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes and said, what further need do we have witness? 64. You have heard the blasphemy. What do you think? And they all condemned him to be deserving of death. Yeah, so there tunaona wakimuuliza, wewe ni Mesia? Yaani kwa maneno mengine, wewe ndio Mungu umekuja kukomboa dunia. And he answered nothing. Wakati alinyamaza, they had the answer with them. Wao pia walikuwa wanauliza hayo maswali wakiajibu. So Yesu akanyamaza, alafu akawaambia, mlivyosema nyinyi. Yaani hakutaka kuonyesha yeye ni Mungu ndio waogope crucify so that we could have saved. So ina explain tu venye yeye ni Mungu. Na tukienda, maandiko ni mengi sana, hata tukienda kwa John 17 ukiendelea, alisema kama mmeniona mimi mshaona baba yangu, ninavyokaa mimi ndivyo baba yangu anakaa, na mkiniona mimi ninafanya yale ambayo nimetumwa nifanye na yule mwenye amenituma. Alafu wanafunzi wake wakamuuliza, sasa tutamjuaje baba kama hatujamuona? Ndio akawaambia, na nyinyi mkiishi vizuri we will be one. So the Father was inside Jesus Christ himself. So you can't separate that Jesus mahali panaleta utatanishi kidogo ni kuwa Yesu alikuwa na mwili na Mungu hakuwa na mwili. Why the body? The body ni watu hawaelewi ni kwa nini the body was not intact with venye mwanadamu uzaliwa. It was through the Holy Spirit. Hakuna damu ya mwanadamu ambayo imechanganyika na Yesu Kristo. Yeye aliumbika kwa nini maumbile mengine tofauti kabisa. Hata kama alikuwa kwa tumbo la mwanadamu ilikuwa ni chombo tu. But huo mwili haukuwa wa dunia. It was a heavenly body. Yani ilikuwa ndiye akuje regarding the world, akuje kuikomboa, lazima angekuja na mwili. Kwa sababu God himself gave us dominion. Alisema have dominion over the earth. So angekuja kama spirit ingekuwa ni ako illegal. But sasa kukuja legally ndiye akachukua hiyo body. But hiyo body haikutengenezwa na mwanadamu. Mary alikuwa tu chombo peke yake. So ndio maana watu hawaelewangi. They think that maybe venye mtu hufanya sex ikawa mtoto akaumbika. No. Jesus is the Son of God, but is God himself through the Trinity. Ndio naweza sema hivyo. Hata wakati kuna wakati Yesu aliuliza wanafunzi wake, whom do people say I am? Alikuwa anataka kujua watu wanasema yeye ni nani, but they couldn't answer the question. Wengine wakajibu, they say you are Elijah, you are one of the prophets who resurrected. But Peter
told him that you are the Messiah, the Holy One of God. Na akamwambia si damu na nyama imefanya nini, imekufunulia mambo haya. Is God himself that has revealed it to you. Naona, yani hawakumtambua kwa sababu ya ile mwili ndio unachanganya watu, but ingekuwa ni spirit, sasa atungemuona na atungemjua na atungeokolewa. Ilikuwa lazima damu imwagike, jinsi ambavyo shetani alitumia nyoka. Nyoka pia ilikuwa ni chombo, si ati nyoka ndio shetani the way we think. Ilikuwa ni chombo. Ndivyo Yesu pia akakuja akatumia chombo kilicho mwanadamu ndio akuje kutuokoa. So that's why people fail to distinguish between human and Jesus himself, because alisafa njaa na kila kitu chenye mwanadamu anasafa. So kuna mengi naweza sema, but to give nini wengine pia nafasi waseme, nitasikiza pia, nitaongezea baadaye if needed. All right. Hapo. Thank you very much. Mwani yako shikilia hapo, mtu wangu nakuambia Muslim usiboni. Shikilia hapo tu kidogo, naona Victor pastor hapo pale. Leki aka Nyakoseta PPC ako ndani ya nyumba, nakuambia Nyakoseta PPC wakilisha. Watu tunajadiliana baadaye, nitakuwa nakuja kwako. Okay, Pastor Okech Victor. Jambo. Jambo, Bwana sifiwe. Amen. Amen. I'm happy to be in. Amen. Welcome to the house. It's a long time since we talked, but Mungu umetuwezesha leo tumekuwa pamoja again. We are here again today. Yes, tunashukuru Mungu. We thank God because of the favor. It has been long since you hosted me, but I've been following how you are doing. Though I've not appeared physically, but I've been following everything in YouTube, in Facebook, in your accounts. I've been following. Okay. Yes. Thank you, Pastor Victor Okech. Welcome. I don't know what's your take. Wewe kama pastor, unajua kuna hii kitu kinachanganyanga sana watu. I don't know. Karibu sana. Yes. Na je, Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? You notice inachanganya kidogo. Karibu sana. Jesus is the Son of God. Yes. In the book of John 3:16. John, it's 3:16. Yes. It indicates. Yeah. For God so loved the world, yes, that he gave his only begotten Son. Listen to me. He gave his only. You can only give what belongs to you. Amen. Amen. Meaning, yes, right now, I have a son. If I give him to you, it belongs to me. Yes. So, Jesus is Son of God. Jesus is not God. God and Jesus is different. That's why we have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes. Are you understanding me? I understand. The Father is our God. The Son is Jesus. And the Holy Spirit. So, these are two different things. Jesus and God. God is our Father. That's why if I take you back in the book of Genesis, the story of creation, we have first account and second account. So God created everyone. He created everything. So after that, then Jesus, we find now. Let's come in the book of Matthew, or in the book of Luke, the birth of Jesus, the story of Jesus. We find that
before Jesus passed the process, how they know you pass. Are you getting me? God did a miracle. That one was the first miracle. Are you there? Yes, we are there. Yes. The first miracle God did by creating. I'm not there, Olo. Okay. I'm not there. Stop saying we are there. I'm not there. Amen. You are there. Okay. You are Ongea listening. Swahili ongea Swahili. Kuna watu hapa nje wanashindwa wanatazama nini. Oh, amen. Asante sana. Ila Kiswahili itakuwa shida kidogo, lakini utaelewa tu, lakini nitajaribu kwa neema ya Mungu. Najaribu kusema kwa swali ambayo ndugu ameuliza. Tukisoma hadithi ya kuzaliwa Yesu amezaliwa na binadamu ambaye mamake ni Mary na babake ni Yusufu. Alizaliwa kupitia Roho Holy Spirit. Then even at birth, hata kwa kuzaliwa Mary akiwa na uchungu, alipitia jinsi mwanamke ama mama anapitia wakati anazaa. Sasa nitajibu nikisema Mungu na Yesu tofauti. Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Amen. Yes, Danish. Okay, thank you very much, Pastor Victor Cage. You can Yes. hold us, somebody might ask you a question. Usiweze kuondoka pale. Yes, you may. You may ask me question because I want to engage in some prayers before I go to sleep. So I think I will leave a room to others. But before I leave the room, I don't know if you can have something to ask. Not me. Somebody from outside there might have a question to ask you. So I don't know if they have a question to ask you. Sikupati vizuri. Ninasema tuweza kuwa huko nje nisapata kuna mtu akona swali la kukuuliza, but you hold on. Ukisikia tu nitakupatia nafasi. So let me welcome the third one. Naona kuna Saibako, Beki yako, Pastor John Okay. Omera anapeleka watu na luzungu hapa yawa. Najua wengine kuna watu hapa wajaelewa, wamejifanya wadaelewa. Mimi ni mtetezi wa wanyonge. Anyway. Amen. Nitakumwagia maji moto. Mko aje lakini? Tuko salama. Tuko salama, nafasi ni yako. Saseni. Mko poa? Achana na kurutu. Hata nitakiaki mazuri. Baki kwa mjadala. Sasa nimeona imemalizika, lakini wacha tu na mimi niseme kifyangu. Hivyo tu, Jesus is the Son of God. Usalimie watu kwanza. Na? Salamu si nimewasalimia ya. Nimesema saseni. I did not specify. Oh, poeni. Poa sana. Mimi niko kwa mjadala. Nilisalimia watu kurutu, maybe network yangu ndio mbaya. Sawa. Sasa hapo ninasema Jesus is the Son of God as our brother Victor amesema. And according to Trinity, Jesus is the second person. I don't know if that name person itakuwa sawa. If the second person kwa Trinity. God the Father, God the Son. Hapa anakuja the second. Na hapo tunakuja hapo kwa God the Holy Spirit. Tukisema God, sisi ni wana wa Mungu. Na Yesu ni mwana wa Mungu.
Hapo sasa kuna katofauti. Sisi binadamu ni wana na Yesu ni mwana wa Mungu. Na Yesu is preferred to us as the Messiah, Redeemer and Savior, and hizo zingine zile tunapatanga huko New Testament kwa gospel books. And God is our Father. That is it. Lakini ni hivyo tu, ni maneno tu machache. Kurutu ni kusema usikii nimemaliza. Mimi nimemaliza ya kwangu nimemaliza. So I want you when you give your answer, so make sure umeweza kurelate na Bible. Tell us, open the book Matthew. Nimesema the book of, nimesema the gospel books, those 4 gospel books. So sasa tena nianza kusema sijui ni fasi gani. Haki Kurutu unanioneanga. Matthew 26. Hapo hiyo Matthew 26 inasema who is Jesus Christ to us. Jesus is our Messiah, Redeemer, Savior, and hizo mengine mimi sijasoma Biblia sahi. So ukipata si hiyo utafuta kwa New Testament. Hapo kwa New Testament. Okay, shikilia hapo. Anaitwa Job Muse. Jambo. Hatujambo, vipi Kurutu? Poa sana. Hali ya kwako? Salama, habari ya Kisii? Kisii kwema, tunashukuru Mwenyezi Mungu bana. Ni baridi tu ama kuna mvua huko? Na mvua kanakuja kama nyunyu tu hivi. Na mahindi ya kuchoma shamba kwa tunachoma kama mahindi tu hivi tukikula tu hivi. Tutakuja kuchoma, tukisafiri tutakuja kuchoma. Karibu sana. Asante, naomba nirudi kwenye mjadala. Lakini kitu napofahamu Favor alipokuwa anaongea ni ukweli. Yaani ukisema Yesu ama Jesus ni mtoto wa Mungu. Lakini ndani ya Jesus yao tuna watu kama watatu. Yes. Kuna Roho Mtakatifu, kuna Mungu na nani, lakini Jesus yuko ndani ya Mungu. Sawa, naomba niachie hivyo ushamaliza. Shikilia hapo. Kuna mtu anaweza kuwa na swali la kukuuliza kwa sababu sawa, mwambie aniulize tu. Shikilia tu hapo, atakuja. Sawa. Asante Grace. Grace wasebe. Kama sianti. Habari. Habari wako. Huko kwa kelele. Kwa salama, niko na wageni, so sijui ninasema nini, sijui nasikiza nini, lakini niko tu hapa ndani. Salimia watu ndio kwa mchadara. Yo nikagira era ngoro su konjente garara, jua ndole gala ku gatinyu wet. Sawa.
Okay, nimefunga microphone yangu. Mpe mwingine aniulize basi. Swali Mtumishi wa nasema, Mungu. what's the difference between Jesus and Messiah? Oh, I say. Ni swali nzuri, naomba Messi anisaidie boss boy. Sasa ukija hapo tuweke mistari. Wewe boss boy, naomba unisaidie. Okay. Ni swali nzuri. Jesus and the Messiah, there is no difference, but nitawapeleka kwa the book. Naam. Shikilia hapo. Nitawapeleka kwa kitabu cha Isaya. Isaiah 9. 9:6 to 7. Isaiah 9:6 to 7. Mm. The Bible says, Yeah. for us a child is born, and us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of government and peace, there would be no end upon the throne of David and of his kingdom, to order it and establish it with settlement and justice from that time forward, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Marceline. Okay, sasa si nadhani hiyo chapter kwanza nadhani hiyo chapter imejibu everything kwa sababu Messiah ni jina la Yesu bado. And tunaona pia jina lake amepewa Mighty God. Is not separated from God himself. And it said that unto us a son is born. It's not unto God. Alikuja kumuita son kwa sababu ilibidi spirit the Trinity akuje duniani atuokoe. That's why the word son came. Unto us a son is born, to human beings. But in the reality, in the real sense, hapo mwanzo kabisa hakukuwa kumespiritiwa ati huyu ni Yesu. Hakuna mwenye amepewa pawa kidogo na mingi. No, they were one and one in Trinity. They had the same power. Even today, you can't separate them. Chenye kilifanya ni kwa sababu alikuja duniani atuokoe. Kwetu sisi ndiye alizaliwa, si kwa Mungu. So duniani tunaweza sema yes is the son of God. It's not that it is the son of God, but Isaiah pia ametuambia is a wonderful counselor, is the Messiah, is the Prince of Peace, and is the mighty God. So he is both the son of God because of us, and he is God as the beginning was. And according to the Messiah is his name bado still. Hata wakati tunaona mwanamke Msamaria kwa kisima, wakati aligundua huyu ni Yesu, aliambia watu kujeni muone ndio Mesia. So it's just his name. Yeah. Yesu na Mesia ni moja. Mesia alikuja kutuokoa akiwa ndani ya Yesu, which is Jesus Christ. Mesia means salvation. I think kufikia hapo maybe nimeeleweka kiasi. Asante, umejitahidi aisee. Hongera bosi Mungu. Thank you. Boss, umesema ni kitabu gani? Nilisema Isaiah chapter 9. Isaiah chapter 9. 6 and 7.
Hata mkisoma vizuri hapo kuna pali wamesema everlasting Father. So is the Son and still is the Father. You see, you can't separate those persons. And even you can't separate Jesus from God. We separate him because he came to the world to save us. Yeah, what I know, Jesus Christ and the Messiah, the Christ name, it was used in Greek, and the Messiah in Hebrew. So these two names, they have the same meaning, the anointed one. So I don't see any difference between these two words, Jesus Christ and the Messiah, because they mean the same. The only difference between the two words, they were being used by different people. Christ was used in Greek and the Messiah was used in Hebrews. Yeah. Sure. But they have the same meaning, the anointed one. And when we go to Genesis verse 1, it says that in the beginning, the Spirit of God was moving over the waters. But it's not noted that it was the Spirit of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The Spirit of God was moving over the waters when the world was formless, the earth was formless. So yani hii Trinity ni kitu kimoja, you can't separate, you can't split them. Ilisplitiwa kwa sababu yetu sisi tulifanya dhambi tuokolewe. That's why wakapatiana hiyo nafasi sasa. Yesu akakuja kwa wakati wake, the Holy Spirit mwenye tuko naye sasa, na Mungu wakati wake wakati aliondoka. Na tukienda hata kwa John 15 na Yesu anasema mimi ndiye njia ya uzima na kweli. Akiendelea hapo utaona amesema mimi na Baba yangu ni sawa, ni kitu kimoja. Ukikaa ndani yangu nami nitakaa ndani yako, jinsi mimi nilivyo ndani ya Baba yangu. Nanyi naombeni mkae ndani yangu ili tuwe kitu kimoja na Baba. To somebody else. Your babes. Ama yuko? Yeah, Mr. Right endelea, ni kama network yake imemtupa kidogo. Vaya babes. Mambo. Vaya babes. Bani kama network yake iko poa. Vaya babes, unanipata? Jambo. Unatupata? Vaya babes, unatupata? Hebu. Unatupata sasa? Vayo. Ni kama network yake imekuwa kama yangu. Imenisumbua, inanitupa nje na nipeleka ukule. Vayo. Hapa network yake inaendelea kuload kule karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot. Vaya babes, jambo. Jambo. Za kwako? Salama sana, labda wewe. Ni mzima, nashukuru Mungu. Karibu sana ndani ya nyumba. Network yake ni kama inamfuruka pale, lakini ukirejea tafadhali rusha salamu zako kwa watu wawili watatu, wajulie hali
Tusalimia watu wawili watatu, kisha baadaye tuingie katika mjadala wetu wa siku ya leo ndani ya Kisi Hot TV. Bayo Liskin anauliza topic ni gani hapa chini. Liskin topic ni gani? Liskin na mtu ameingia site topic of today. Sijasikia kama Mr. Right amezungumzia topic, nimesikia akijibu swali. So tutamleta tuzungumzie topic of today. Topic inasema kwamba je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mtoto wa Mungu? So according to you, what do you understand according to Bible? Kama umesoma maandiko, umesoma Biblia pale, unaelewa nini? So via Peps to come back, ukirejea hapa tafadhali, kama network inakuzungua pale, lakini ona network inakuletea taprash. Mchezo na tutazama wakati huu, napenda kushika katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. Karibu sana ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV. Okay? Waweza kutuambia kwamba maoni yako ni yapi? Kabla tusaida Karo Kemi, Mr. Right, ulikuwa umezungumzia Kemi ametoroka. Karo, umekuja kwa somo ukatoroka tena. Usikini tadabi please. Je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mtoto wa Mungu? Ama yeye ni yote? Maoni yako ni yapi? Kupatiana maoni yako, hakikisha kwamba unaangalia pale paste, unatuambia kwamba fungua katika kitabu fulani, afungua maandiko fulani ambayo yanasema tu hivi. Tunajadiliana moja kwa moja, kufunzana, kuelimishana mambo mawili matatu. Tuone jinsi gani tunavyoendelea mbele. So, Mr. Right. Yes. Ulizungumzia kuhusu ile swala la je, Yesu ni Mungu ama Yesu ni mtoto wa Mungu? Nimesikia kujibu tu swali peke yake. Nilijibu ile swali la Christ and the Messiah. Ndio nilikuwa nataka kuweka difference kwa sababu nimeona watu wengi wakiuliza kwa comment what is the difference between Messiah and Jesus. So yeah. Yeah. Okay. Sasa tuingie kwa topic ya siku ya leo. Maoni yako ni yapi? According to me, as I know. Yani vile nimekuwa nikisoma. Jesus is not God. Jesus is the Son of God. Kwa sababu kuna vitabu vingi venye vinaongelea about that. Kuna Mark, kuna John, kuna Matthew. It is not just one book which is talking about that. Na watu wamekuwa wakiconfuse that thing sana. Unapata hata huku nje. Mtu akitaka kukuuliza swali ushindwe, anakuuliza kama is Jesus God? Alafu akisha kukulisha hivyo, ukimjibu is not, unapata anaanza kukuambia then why do you pray to Jesus? Do Christians pray to Jesus surely? No, we don't. Nile, we pray through him, but not to him. That's the difference people should know. We pray through Jesus, but we don't pray to Jesus. Because he's the one who was sent to this world to take us out of the sins that we have been doing. And he's the one who died for them. So we do pray through Jesus, not to Jesus. Now, ukienda katika John, inakuwaga John 1. Yeah, I think it is John chapter 1 verse 1 hapo kiendelea. Nasikia ikwambia in the beginning was the word, and the word was in God's presence. And the word was God. Haikusema the word was Jesus, kama Jesus was God. No. So if the word was Jesus, ingeandikwa the word was Jesus, ingeandikwa the word was God. But because in the beginning hakukuwa na Jesus, it was only God, and he created Adam and Eve. So Jesus was not the first one to be created. It was Adam and Eve. Jesus came later. Yeah, that's what I know, according to me. Ndani ya Kisi Hot TV nakwambia kwamba
hivyo ndivyo yalivyo. So we are talking all about the topic of today. Kama uko nafahamu, uko na maandiko, uko na Biblia, uweze chadiri na sisi tuweze kuelimishana. Kuna swali hapa linachanganya sana watu, tuweze kuchanganua masuala mawili matatu ndani yake. Manze, yes. Manze, nataka kumuuliza swali. Uh-huh. Umesoma hiyo John 1:1 vizuri? Have you read that John clearly vizuri ukaielewa? Ndio nimekwambia usome. Ukisoma from John, unajua ni John 1 ukiendelea, si ati nimesema ni John 1:1. Ni 1 ukiendelea. There is somewhere ukisoma nakwambia. But unajua ukisoma kwa ukisoma kwa makini sana utakuja kupata neno alikuwa na Mungu. Naye neno alikuwa ni Mungu. You see? Alafu ukienda pale mwisho kabisa huko chini itakwambia naye neno alikuja in the form of the body, akafanyika mwili. Akaja akakaa pamoja na wanadamu. Umeona pale juu kuna ka difference kidogo, kuna hapo penye nasema neno naye alikuwa ni Mungu. Then huko chini neno akafanyika mwili, akaja akakaa pamoja nasi. Alafu ukienda hapo kwa hiyo Isaya yenye tumetoka, majina yenye wamempatia Prince of Peace, Wonderful Counselor, alafu akasema Mighty God. Hawajasema ni Jesus. Jesus iko bado, but wakampatia Mighty God. How can you omit that one to say that Jesus was not God? Ukisoma kuna mali na kuambia. Of course, let me tell you. Ukisoma kuna mali na kuambia the word became fresh. The word became fresh and made his dwelling among us, and we have seen his glory, the glory of an only son, coming from the Father. Umeona? But imekataa tena huko chini, kakataa the word stopped to be God, and then it continued. As you follow from up there, unajua usiposoma vizuri itakukanganya. Na yeah, it's not easy to understand it, but we try as much as we can. So ukisema Yesu si Mungu, na we mwenyewe ndio umesema hapo, umejisomea ukasema neno alikuwa ni Mungu, but this word came akakaa pamoja na sisi, but that word already is God. Remember that, never omit that one. Of course tunaona Yesu wakati alikuwa anabatizwa, there's hiyo sound yenye ilikuja ka declare this is my beloved son. And then ukienda kwa transfiguration, wakati Yesu alikuwa ameenda kuomba, wakati Elijah, Moses waliapia kwa crowd ndani, okay, the sound came and said that this is my beloved son, listen to him. Yani inajaribu kutuambia nini? Mimi chenye nilisema Yesu ni Mungu na bado ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu kwa sababu alishuka duniani. Unto us a son is born. Hiyo ndio ilikuwa the first prophecy of Isaiah. Into us humanity, humans, not into God. Kama tungefanya dhambi, haingekuja kuitwa ati Yesu, kulikuwa na Yesu, kulikuwa na nini. They were one in the Trinity. Ndio maana nikatoa example nikasema wakati the world was formless, the earth, the spirit of God was moving over the waters, but it was not noted that it was the spirit of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, but the spirit of God was moving over the waters. Na wakati alisema let us create the man in our own likeness, hakukuwa kumenshoniwa Jesus ama the Holy Spirit. They were one. Dhambi zetu ndio zilifanya jina Yesu likatokezea, jina Mesaya likakuja, jina mwana likakuja. Otherwise hayo majina yote hangekuwa. Jesus is God. He came only to the world to save us. That's the foundation of the word son, as I understand it. Yeah.
Sijui kama pia unaweza nielimisha pahali. Yeah. Unajua sasa kila mtu anaelewa Trinity. Na hakuna mtu anayejua. Si wote wanajuaga Father the Son, Father the Holy Spirit na whatever it is in Trinity, unaona? So mtu anafaa kuunderstand Trinity kwanza. As a doctrine of what? Of Christianity. Na ndio inaform nini? Inaform Father, Son and the Holy Spirit. Unajua hii ndio inafanyanga Waislamu wengi, hii ndio inafanya Muislamu atakuchallenge kabisa na atatumia maandiko. Unajua akitumia maandiko side moja kwambie Yesu, we see Yesu the Son of God. Why do you Network ya Masi imeharibika. Why do you pray Jesus? Panda juu ya ghorofa tuambie. Ni kama Masi network yako ina. Masi. 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 Okay. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Swala kuu leo likiwa kwamba je, kwa maoni yako ni yapi? Kuhusu swala hili. Je, Yesu ni Mungu ama Yesu Kristo mtoto wa Mungu? Kulingana na Biblia ama maandiko jinsi ambavyo wewe umesoma. Umesoma umeelewa vipi? Link iko pale, karibu sana ndani ya nyumba zengia live and direct. Waweza kutuambia ABCD, waweza kutuambia jibu lako. Lisikia nauliza kama topic ni gani? Wambuhu, what is the difference between Jesus and Messiah? Alikuwa umejibiwa. Jack's the right song testing I see you. Fenuel Nyagaka, Simon Joro na Wasiku Kurikuntu Ambaki. Karibu sana my brother if you are back. Becky anasema kwamba hello Dan and all guys tuned in. Hey, wewe uliona Dan hapa kweli? Osabega Sare Grace anasema kwamba hi na ikirega. Karibu sana. Mr. Right, unaweza zungumza vipi? Unajua ukisoma vizuri unajua pia hizi vitu venye nani amesema vile Masiya amesema ni kweli zinachanganya, unaona? Kwa sababu kuna mahali unaweza pata na kuambia as the word Jesus was eternally present with God, active in all creation and the source of humanity as a moral and spiritual nature. Jesus is not only greater than any past human prophet but greater than any prophet could be. Unaona? Yes. He not only speak God's word, he is God's word. Umeona hasa hapo ndo na challenge. Yaani aongee yao maneno ya Mungu peke yake. Yeye ndio hayo maneno ya Mungu. Ndio hata venye Masiya amesema tunaitaje, Waislamu akitaka kutu challenge it is easier for them. Yeah, it is very easy for them to challenge us. Yes. Because when you say Jesus is not God, is the Son of God, na kuna mali nakuja na kuchallenge if he was there during the creation. Unaona? Then alikuja akatokea wapi sasa ndio akakuwa mwana wa Mungu? Kwa sababu we know he came later. After Adam and Eve. Yeah. Okay. Masi. Masi network leo. Tabidi na juu ya ghorofa. Alituka network imeweza kuwatoa. Mr. Raid amerejea hapa. Masi sijui kama network imekutoa. Ni kama network ndio inasumbua. Wakisi, I don't know what's not happening to us. Yaani kuna kitu mtu kwa moto hapa, kitu tuendelea tu kwa mjadala.
Mtu ameendea, yani mtu anachoosha matope ndio okay. Karibu sana ndani ya Kisii Hot TV. Nini mbaya? Kuna kitu hapa nimeona mtu anachoosha matope so that aweze kutrend. Mungu ni anajua tu peke yake. So, paka tutemchada. Tutakuwa na hiyo clip hapa. Paka tutemchada. Atafuta afya. Yeah, paka tutemchada. Sijui wewe uko na swala lipi kuhusu hii topic ya siku ya leo. Ama umesikia watu wakisema kwamba oh Yesu ni Mungu, wengine oh Yesu mtoto wa Mungu. Okay? Some people they have yani kila mtu anazungumza kulingana jinsi ambavyo ameelewa Biblia. Lakini kwa Biblia ni kitu ambacho inakupeleka mbele na kurudisha nyuma. Biblia inaweza kukuchanganya, lakini tu kama una Roho Mtakatifu anayekuongoza, unaweza kupata katika shida na hali ngumu sana. Ni ndani ya Kisii Hot TV. Karibu sana hapa ndani, tuweze kuzingatia mawili matatu, tuone jinsi gani ABCD. Okay? So yes, Mr. Red, yes. Hilo swali liko na misuko mbaya sana. Masi amerejea. Masi, unmute your mic. Unmute your mic. Kuna swali liko hapa. Unmute your mic, Masi. Wambuya anauliza, Yesu ni mwana wa Mungu. Naye Mungu alitoka wapi? Yesu ni mwana wa Mungu, naye alitoka wapi? Wambu, ingia huko. Kuna pahali Bible inatuambia mawazo ya Mungu si kama mawazo yetu. Jinsi mbingu zilivyo juu ndivyo mawazo ya Mungu yalivyo, yani makubwa. Hakuna ajua asili ya Mungu. Yeye aliumba but yeye hakuumbwa. Alikuwa mwanzo na sisi hatukuwepo. So nobody knows. We just know is our creator, is our God. Hakuna source nyingine kuliko kando na Mungu, hakuna source nyingine. Is the one who formed us. Is the foundation of everything. Na yeye mwenyewe. Masi. Nani Wambu ndia. Wambu, nobody created God. Yes. Ukienda katika Psalms 90 verse 2 inasema even from everlasting to everlasting you are a God. That means he was there, unaona? He was there from the beginning. Yeah, nobody created. Even before the Bible, na hakuna kitabu kinasema alitoka wapi. Na sasa kama kingesema anatoka wapi, pia wangeuliza huyo mwenye alileta hiyo alitoka wapi. God is endless. And God is not a person. Hakuzaliwa. God is a spirit. Maka amesema kwa unamaanisha Mungu ni roho ama hivyo ndio anauliza pale nje. Yeah, God is a spirit. God is a spirit. God is a spirit. Si kwanza nilijibu hiyo swali, nikimjibu vizuri tena nirudie. In the beginning, God created the heaven and the earth was formless, and the spirit of God was moving over the waters. Hata Yesu ni roho. Ni ile tu alikuja duniani akapata mwili hapa duniani. But ndio mjue Yesu alitoka mbinguni, mwili wake hata ungedecay. Juu hata huo mwili haukuwa wa dunia. So Jesus only has the body in the Trinity because of humanity. But otherwise God is a spirit. Hata huyu mwenye anauliza swali,
akifa leo atakuwa spirit. Mwili una decay, unarudi kwa mafumbi pale ulitoka, but the souls will remain. Yeah, God is lifeless. Yeah. Wambu, umesikia? Wambui, umesikia kule nje? Hatunamaanisha Mungu ni roho ama Wambu. God has been God from all the eternity. Nothing caused him to exist. He had no beginning and he will have no end. Although we are used to thinking that everything must have a beginning, there had to be something that had existed eternally. The Bible states that it is an infinity, personal God. Umesikia? Infinity, personal God. The only other choice is to, by the way, we do argue about that every time, that alitoka wapi? So tujue tu God is in infinity and always exists na ni lifeless. Sawa Wambo uko satisfied ama bado? Nimesikia. Ambia Wambo hata yeye atakuwa spirit. Either uende jehanamu ama uende mbinguni, bado utakuwa spirit. Kuna mahali utakuwa spirit ndio ukija kupewa mwili ambao uishi, sasa ndio utakuwa na mwili, but ukifa spirit yako inarudi kwa mwenye alikupatia. Nasikia anasema he always was. God is a spirit. He always was, he is and they always will be. Wambu, umesikia hiyo? Sikia, tuambie hapo kwa comment. Amesema hapaandiki kwa comment. Na hiyo ni kutoka Genesis iko hadi Revelation. Yeah, always is the Alpha and Omega. Is the Alpha and Omega. Anasema he always was, alikuwa, is, yuko and always will be, na ataendelea kuwa. Sawa Wambo? Anasema so inamaanisha Yesu na Mungu hakuna tofauti? Hakuna tofauti. Hakuna tofauti. Tofauti ni ile tu Yesu alishuka kutuokoa. Otherwise hakuna tofauti ya Yesu na Mungu. Is the mighty God. Ambo. So ni katika hali ya Bible challenge, kama unatupata kwa njia iliyo safi, watu wakuja hapo tuweze kupiga ABCD kuhusu Bible challenge. Tuweze kupiga Bible challenge tuone chizi gani tuweza kusonga mbele ndani ya Kisi Hot TV. Mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Tusukume vitatu. Florence Nyariki, those who debate about the Bible, e.g. Biblia buru ya dunia and the present truth, not the Bible will because all of their answers are from the Bible. Florence Nyariki. Those who debate about the Bible, e.g. Biblia buru ya dunia and the present truth, no, the Bible because all the answers are from the Bible. Yeah, of course all the answers, we get all the answers from the Bible, but you get that kuna watu wenye hawana time ya kusoma Bible wakaielewa vizuri. If you have not read, lazima utapewa majibu na nini? Lazima upewe majibu na watu. But if at all you are used to read the Bible, uta get to know what's inside there. By the way, ndiyo inafunza kila kitu more than anybody else. Hata kama unafunzwa na pastor wako kwa church yenu, jaribu ujisomee pia. Utapata mambo mengine yenye ufunzwangi huko. Kwanza kuna, kama nikitoka kidogo kwa topic, kuna hii story ya Noah wakati alikuwa anajenga safina. Unajua nilikuwa nasikia tukihubiriwa eti Noah akaambia watu waingie safina wakakataa. Ni uongo. Who said that? The Bible does not say that.
Ni Mungu alichagua. Mungu alikuwa ameselect watu wenye wataingia kwa hiyo safina, wanyama wenye wataingia. Hakusema wanyama wote waingie na watu wote waingie. Alichagua certain group of people, akachagua certain group of animals to continue the generation. Unaona? But hakuwa amepatia kila mtu nafasi atingieni. So ni kama venye usipojisomea ujue Yesu ni nani, utapatiwa utapatiwa mafunzo mengine tofauti kabisa. Kwanza hasa Muslims, they read the Bible, wanasoma the whole Bible, and then they do quote mahali Yesu alikuwa hapo duniani akitembea na wanadamu hata akikula. So they say that Jesus was one of the prophets, alikuja duniani, Yesu si Mungu. Na wanakupotosha. But ungeenda kwa kitabu kingine, tuseme ungeenda sijui ni kwa kama wapi upate pahali nasema Yesu ni mwana wa Mungu na pia ni Mungu, you can challenge them. But you get that we are being challenged because we don't read the Bible. If you read, every answer is there. Every answer of life, every answer of business, answer of everything. Yeah. Bible challenge. Ni Bible challenge na kuambia mtu wangu. All right. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Florence anasema kwamba those who debate about the Bible Biblia nuru na ya dunia and the present truth, not the people will because all the answers are from the Bible. Yes. Okay. Florence Nyariki. So what is your take? What unasema nini? Because we are not debating on the Bible, but you want to in Bible challenge, it's Bible study. We want to start the Bible well. Unajua kuna watu ambao hawajafahamu Biblia vizuri sana. Na kwa watu ambao wajua Biblia inaweza kurusha mbele, kurudisha nyuma, mbako unachanganyikiwa unasema what is this? Nasema okay, wote nirudi hapa. Those who debate about the Bible is the Biblia nuru ya dunia and the present truth. Now, not the people will know the people well because all of the answers are from the people. And so you should know the people well. But I've asked you a question. Ebu Florence panda huko juu. Yeah? Florence apande huko juu. Sijakuelewa hapa. Florence apande juu. Na niwaambie na nikiwaambia mtu hawezi soma Bible once na useme umeielewa. You have to read and read in order. In order. Unaona ukianzia Genesis umalize to Revelation. Kuna mambo utaelewa na utapata kila kitu. But tena ukimaliza kutoka Revelation then you start from Genesis, you'll get. But you can't study the Bible at once na uielewe. Nobody understands the Bible at once. This is what we continue to read every day because the Bible is the word of God and is the truth. The more you read it, the more you get different revelations. That's why ukisoma leo neno la Mungu pahali fulani utapata ufunuo, utafunza. Na kesho ukisoma na uende pahali pengine utapata umepata ufunuo tofauti na ule ambao ulikuwa umesoma. So the word of God is fresh. The word of God is fresh. If you want to understand it, na utawahi understand vizuri yote, but you will get to know what you need to know. You continue to read it. Always. Wangu, ati kama Mungu na Yesu hakuwa utofauti, kabila za watu zilitoka wapi? Nakwambia. Wambua anasema kwamba kama Mungu na Yesu. Kama Mungu na Yesu hakuna tofauti. Biblia za watu zilitoka wapi? Mr. Right. Yeah. Unaweza chipu hiyo kabla sijazungumza. Unajua mimi
Makabila. Anasema lugha different, yeah, different languages. Kama kuna I Mungu, can answer that one. Do you Yes. remember kuna wakati, do you hear me? Mnanipata? Yes. Yeah, Are you getting me? Yes. yeah. We are getting you very well. Mnanipata? Tunakupata. Mwanipata? Masi Eh, Masi Okay, tunakupata. ni mjibu hilo swali. Hapo kitabu cha Mwanzo tu. Kuna watu waliungana watengeneze ndo nasema, ndio maana kusoma Biblia ni kitu kizuri. My sister anamuencourage asome Bible kwa sababu kuna wakati watu waliungana watengeneze mnara kwenda mbinguni. Wakati waliungana kutengeneza huo mnara, Mungu kushtukia akaona watu wanajenga mnara kwenda mbinguni, of which haikuwa mzuri. Hapo ndio Mungu akawatawanyisha, wakawa na lugha tofauti, hawakuendelea kujenga ile lepira yenye walikuwa wanajenga. Hapo ndio tulipata makabila na lugha tofauti kupita ule mnara, kwa sababu people were one. They wanted to, sijui walikuwa wanaenda wapi, nikawa walikuwa wanaenda kuishi na Mungu. They were against God. Unajua shetani alitupwa chini kwa sababu alikuwa anataka kuteka mamlaka, so they were going against God's will. Ndio akawatawanyisha lugha, kwa sababu walikuwa wanaelewana, ndio walikuwa wanajenga huo mnara. So makabila yalitokezea hapo, hizi lugha zenye tunaongea tofauti. Na hivyo ndo waligawanyishwa kwenda kwa ulimwengu tofauti. Yeah, tu mataifa tofauti. Yeah. Okay. Miskini anasema kwani watu wanaogopa Biblia? Including you, miskini. Mama na Biblia na history zingine. Amos Omboti. Wambuhu si kwa ubaya. Wewe ni Christian. Babel Tower. Ilikuwa Babel. Yeah, that one they were building. Wacha niwatafutie first. Wacha niwatafutie nini? Genesis. Yeah, iko Genesis. Sasa nataka niwatafutie first yenyewe. Genesis. Kwa Genesis what? Genesis. Wambua kuna maswali hapa. Leo mtajibu maswali mpaka muone moto. Hatuna neno. Pali Mungu atatuwezesha. Tuta nini. They were going against God's nini. Genesis, Genesis 11. Genesis 11 verse 1 to 9. 11. Genesis 11, 1 to 9. Now the word 11. I think so. Now the word art and one language and one speech. It came to pass as they journeyed from the east that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Then they said to one another, "Come, let us make bricks and make them thoroughly." They had bricks for stone, and they had asphalt for mortar. And they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name of ourselves, lest we make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth." But the Lord came down to see the city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, "Indeed, the people are one, and they are all have one language. And this is what they begin to do.
No, nothing that they propose to do would be withheld from them. Come, let us go down and there confuse their language. Come, let us go down and there confuse their language. And they languages. Understand one another's speech. So the Lord scattered them, blood from there over the face of all the earth, and they ceased building the city. 9. Therefore, its name is called Babel. Babylon. It is Babel. Babylon. Babel, not Babylon. Because that the Lord confused the language, the earth, and Babel. The Lord let them a blood over the face of all the earth. Yes. Huyo sister yetu amepata jibu. We think so. According to the spirit of the languages. So si ukabila, unasikia Wambo, si ukabila. It was just to be linguistics. Yani mko in groups, so msielewane. Haikuwa kasi. Na kitu chenye kilifanya they were going against God's will. Mungu alituweka tukae duniani to have dominion, na wao ndio wanapanda kwenda mbinguni. Sura kweli hata wao walikuwa wamechanganyikiwa. So that's why it's not a curse. Anauliza, okay. Kwani hivyo ukabila ni laana ama? Ukabila ni sisi ndio tumeleta. Ukabila ni laana. Unajua kuna kabila na kuna ukabila. Ukabila ndio si kitu kizuri chenye tumecreate. Ambacho kinaleta hatred. Kabila. Yeah. Hicho ni hatred kina create, but tukiwa in one, tukijua sisi we are sons and daughters of God, the only things that our languages was separated from us, na tupendane, si laana. But sasa mkileta ukabila, hiyo ni hatred, na hatred ni dhambi. Well. I tell you. Kutawanywa si ni kama laana, hapana. It was just to be linguistic. Yani msielewane, muendelee kujenga hilo tawa. Unaona? Haikuwa laana. Mi kwangu haikuwa laana, lakini kama venye mimi nafikiria kwangu. Alright. Haya, Wambo, venye umetuambia hivyo, usituambie the first language basi ilikuwa gani ndo wakatawanyishwa kwa hizo lugha. They were many. Just leave it. Ilikuwa moja. Kuna Hebrew, kuna Latin, kuna hizo za watu. Latin kwanza ndio ilianza mwanzo. Amekuja naye atuambie the first one ilikuwa gani? Wewe Wambo. Wewe unachokoza Wambo. Wacha kuchokoza. Wacha kumchokoza wewe. Atakuuliza Kikuyu alitoka wapi? Kama kulikuwa na Latin, akuulize Mjaluo, Ujaluo ulitoka wapi? Achana naye. Kibrania. At Kibrania. Are you sure it was Kibrania? Kibrania, anamaanisha Kibrania. Kibrania. Alikuwa anamaanisha Kibrania. But mwanzo ilikuwa ni Latin. Hebrew language ilikuja baadaye. Hata Yesu alikuwa anaongea Latin. And the first Bible it was in Latin language. Unajua Hebrew ni biblical language. Ati? Ki? Hebrew. Unajua that was the original biblical language.
The original was not the Latin. first. Ndo The nasema first aje? was Latin. Latin, then the Hebrew. Yeah, If I'm si not ilikuwa wrong. Hebrew. Latin kweli? Latin hapana. Mimi from So tukitaka zilikuwa 3. The original there were 3. Sasa kuna swali ati, so tukitaka kuenda mbinguni lazima tuongee lugha moja? Wambuhu wanauliza hivyo. Oh, cheki, Masi. No. Sumerian was the first language. Sawa, tutafanya more studies. That's homework for the next challenge. Sumerian was the first language. Kabla tutawanyishwe kwa Wakisii, Wakikuyu, Waturkana, Waganda. Yeah, Sumerian was the first language. Tunaona sasa inabidi tusome vitabu kando na Bible pia. Kuna vitu zingine uzipata kwa Bible. The Bible never recorded everything. Ati so tukitaka kwenda ni lazima tuongee lugha moja. We don't know. Mungu ndiye anajua. Mungu ndiye anajua hiyo. Don't question God. Haijaandikwa? Haijaandikwa but mimi naweza sema sivyo. Haijaandikwa ati mkitaka kwenda mbinguni muongee lugha moja. Ingekuwa ni hivyo, kungekuwa kumeandikwa pahali ati mnabadilisha lugha. Huyu Mungu mwenye alitawanyisha angekuwa anaibadilisha. But when we reach there in heaven, that's when we will know tutakuwa na lugha moja pale ama itakuwaje. But you go as you are now. Kwanza unaenda na hiyo lugha kuongea, utaenda kuiongea wapi? Wewe mwenyewe utakuwa spirit. Where are you going to communicate that one? With who? Na nani? Kula hakuna mahusiano, hata rafiki yako ni kama yani kazi yako kama ni jehanamu utakuwa unaungua tu. Kama utakuwa umeenda mbinguni utakuwa unasifu tu. So hakuna time ya sijui gossip ama nini. Sasa ndio gossip ati na Kiluo na kinini. Masisi kuna Bible inatuambia. Kuna verse inasemaga tukienda mbinguni tunaenda kula matunda na kuimba. How can you explain that? Yeah, okay. Uwezi nini? Usiwahi take wakati mwingine the word of God direct. You have to be in the spirit. You have to be in the spirit. Kwani mbinguni kuna shamba? Okay, we don't know. Tukifika pale tutajua. But we'll go I to don't eat think fruits, kama language honey and what? Zinabadilishwa. Unaenda tu jinsi ulivyo. Ilikuwa washatuambia. Unajua kule mbinguni ndio tutabadilishiwa mwili na kila kitu. If at all ita change. Ita change tukiwa huko. But tukiwa duniani tunajua network imemtoa. Double Karara, jambo. Double Kara. Double Kara. Ati people will be changed into one being, so mambo ya lukata atunjua ka ulikuwa Double Kara unanipata? Double Kara unanipata? Wambuhu wanauliza kwa nini watu walitawanishwa? Ilikuwa kama mtihani ndio turudi tena pamoja. I think alikuwa na make statement. Na kwa nini watu walitawanishwa? Ilikuwa kama mtihani ndio turudi tena pamoja tuongee lugha moja. Okay.
Okay. Wambo hatujui kama Mungu ataturudisha huko. It's only God who knows. Only God. People would be changed one thing. So mambo ya lugha hata ilikuwa us. I don't know. Or ile kitu. So Princess Nebukara, mama. Nebukara. Kama network yake ndio inasumbua ama nini? Okay, Martin nimekuja. Sawa, karibu. Network yangu inasumbua. Nimepanda huku juu but tutaivumilia tu. Okay, tuendelee. Masi? Okay. Sijui maoni yako ni yapi? Patia mwingine nafasi ndio nisikie wakiongeongea network ikirudi. Siwapati vizuri kwa sasa. Nebukara. Olala. Nebukara ni kama nini yake imenini network yake. Wambua anauliza kwa nini kuna Old Testament and the New Testament? Tamjibu. Want kuna Old Testament and the New Testament. Wambu kuna maswali ngumu kai. Wambu. Wambu sikuje tu huku. But tutajitahidi, tutamjibu tu. Mr. Right, mjaribu kumjibu kwanza nikingoja net. Kwanza Wambu, do you understand what is Old and the New Testament before I answer you? Wambu. Wambu dogo kena goko. Kwangu ni kwa team comments. Najua mimi ndio chairman. Kwanza ana understand nini? Akiuliza how yana understand nini? Anasema difference. Why do we have a New Testament and an Old Testament? Wambu. The old statement inakupatia the story of how God created and care. Unaona? And the New Testament sijajua. Okay, yeah, the Old Testament inatuambia venye Mungu aliumba dunia na venye dunia ilikuwa, about those prophets, those kings and everything. Unaona, about even Moses, chinzi kulikuwa hapo mwanzo before hata before the fall of man. And the New Testament imekuja kwa sababu ya Yesu kutengeneza agano jipya, kutengeneza maelewano mapya Mungu na wanadamu. That's why we have the New Testament. The Old Testament ilikuwa ni watu wakae pamoja na Mungu, wakae kwa shamba la Edeni. Haikuwa tukae huku duniani tukiwa mbali na Mungu, tufukuze kutoka shambani Edeni. So it was
the testament and the seal that we had in God, Old Testament. The New Testament ni wakati tumekosa ndio Yesu akakuja kurenew. He came to renew our covenant with God and how to stay with God. Umeridhika Wambo? Magi Mogiti, naomba kaweze kurejea kama unanipata. Magi Mogiti, come back. Magi Mogiti, come back. Yes. But see difference, zote mbili ndo zina make the Bible. Sawa Wambo. Old and the New Testament zikiunganishwa ndo zina make the Bible. So the Old Testament contain the sacred scriptures of the Jewish faith, where Christianity draws on both Old and the New Testament, interpreting the New Testament as the fulfillment of prophecy. I think New Testament is the fulfillment of prophecy of the Old. So naona Old ilikuwa inatupatia those prophecy. Sasa fulfillment ya hizi prophecies zinakuja kwa New Testament. Umenipata Wambu? Anauliza and the grace. Which one is the oldest and the newest? Wambu. Law and the grace. Hata ndio nilikuwa nataka kumjibu kuwa ndio nilikuwa nataka mjibu. Ndio nilikuwa nataka kuambia Wambo, in the Old Testament watu walikuwa wanaishi according to the law of Moses, and kumbuka there was those broken commandments zenye zilikuwa zimebrokiwa. Ukianga mtu angefanya kitu kibaya angeuliwa tu na hakungekuwa na shida yoyote, kwa sababu that was the law. Unaona? Alafu huko tunaona hata Ibrahim akiambiwa enda sacrifice mtoto, of which says ukiambiwa usacrifice mtoto huwezi. And they used to sacrifice even animals, what hizo sadaka za kuteketeza. But sasa tunapata kwa New Testament hatufanyi hizo vitu zote, kwa sababu Yesu alishughulikia hizo sadaka za damu na kila kitu. So it brought along a new covenant. The new covenant ndio ina make up the Old Testament and the New Testament. Yes. Kuna vitu zenye hatuwezi fanya kwa New Testament zenye zilifanywa huko kwa Old Testament. Okay. Na the law ndio tukaokolewa kutoka kwa the law of Moses. Ungepata umefanya usinzi ungepigwa mawe according to the law of Moses, but because of the grace. Yes. Anauliza grace ni nini? Sikuelewa swali vizuri pia. Anasema between grace and the law. Na ukifanya dhambi umefanya nini? You can ask for forgiveness and God forgive you for free. That's hiyo ni yani grace ni kila kitu ambacho So in other words, of course iko in both. The law, hata Yesu mwenyewe wakati alikuja alisema kuja ku destroy the law. Kwa njia nyingine ile the Bible says in other words the Bible says, kwa njia nyingine Biblia inasema kwamba the Bible says in the law it was very hard. Ilikuwa vigumu sana kuweza sisi kutunza ile sheria ama ile law. Unaona? Ilikuwa vigumu sana kuitunza. And grace sasa tupata ya kuweza tu kufanyika kuwa huru na kuweza kusamehewa. Unaona? Tukapata kibali.
So law ilikuwa ngumu, and that's why mtu alikuwa anakosa kitambo, naambia kwamba enda kwenyu, kama ni mwalimu alikuwa enda ulete kondo, enda ulete mbuzi, enda ulete whatever. So ukileta we do ABCD, but according to the grace, hizo vitu hazipo. Unaona, ile grace, ile damu Yesu yote ilimaliza zile vitu zote na tukapata neema na kibali. Anasema kwamba Yasmina Boni, hi Kurutu, we have to believe in creation theory. Jesus is the Son of God. John 3:16 explains clearly that. Okay. Does the Old Testament talk about Jesus? Huh? Does the New Testament talk about the grace? Yeah. Does it? Wambuhu, does the New Testament talk about the grace? Yes, of course. In the New Testament, the grace is translated from a term meaning divine favor, God will, yani goodwill. So it talks about the grace. Okay. Masi amekwama apande juu ya mtu. Or what do you say about this question here? Ambacho tumepewa bure. Yeah, it is a free gift. Yeah. Hatukutarajia in the New Testament. Yeah. But hilo swali nimeona limekanganya watu about is Jesus God ama the Son of God. Ningehimiza tu yule mwenye anauliza ajaribu kusoma. Ukisoma utaelewa. Kwanza ansia from okay, kama utaweza Genesis, ansia from Matthew. Umalize kwenda huko mbele. You will just come to understand. Because kuna mahali itakwambia Jesus is the Son of God na utapata pahali nakwambia Jesus is God. So you have to combine the two. And apart from that, you can get other books kando na Bible usome. Kuna vitabu zina explain everything. But the Bible is the keyword there. There are all the answers that you need. Juu ukienda kwa Matthew itakwambia Yesu alizaliwa. Ukienda kwa Genesis itakwambia they were there in the beginning. So kama we ni Mkristo kabisa, elewa Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu yetu, na pia Jesus is God. Is both. Na wakati watu wanauliza ati mbona tunaomba kupitia, mbona sijui tunamuomba ama tunaomba kupitia yeye. Yes. Kuna swali liloruka hapa Kuntu. Yenye Wambua aliuliza, does the New Testament talk about Jesus? The whole Testament talk about Jesus. Na kuna huyu mwenye anauliza ati so God brought law through Moses and Jesus brought grace. Hapa hakuna tofauti. Kuna tofauti ya grace na law. Law unajua ingesemekana ni kwenda unauliwa. Tunaona hata Solomon alipokuwa anaagiza mtu auliwe, anauliwa.
na Mungu amcharge kwa sababu ya hiyo. Hata David wakati alikuwa anaua, ukifanya usherati ukipatikana unapigwa mawe na unakufa. But sasa wakati Yesu alikuja akaleta hiyo grace, huwezi uliwa hivyo. Ukiuliwa hivyo ni hatia. Ni hatia kumwaga damu, kwa sababu Yesu alimwaga damu yake itukomboe. That blood is the grace that we have now. Yeah. You can't huwezi unanipata, network imekutupa Masterline. Yes. Tunapaa kuomba Mungu. Wambu. Lazima. Wambu, we pray through Jesus. We don't pray to Jesus. Let me tell you, who is Jesus? The Son of and who is God? The Son of They God. are one. When you pray Infinity. to God, obviously God you is have prayed infinity. to Jesus. When you pray to Jesus, you have prayed to God. Na alisema Yesu alikuwa hapa duniani. Wakati alikuwa duniani ndio maana alikuwa anachoka, ndio maana alikuwa anakula, ndio maana akatuambia tuombe kwa jina lake, kupitia jina lake, na Baba yetu wa mbinguni atatupatia. Hapo ni wakati alikuwa duniani. Never confuse that. But when he went to heaven, he said, pray through me. Of course, we pray through the name of Jesus Christ, but that Jesus is God himself. Wako kitu kimoja. Masi, umesikia vile umesema vizuri Masi. He said, pray through me. Yeah, so we pray through Jesus. Yeah, pray through me. Yeah. Yes. Ndio unasikia wanasema Jesus and God are two different things, kwa sababu God is lifeless and Jesus he has the body and whatever. He was a human in short. But so these are two different people. But your body ilitoka wapi? Where did the body came from? From God. Who is that God? Jesus was God himself. Na hiyo body haikutoka duniani, ndio maana alienda nayo. Kama ingetoka duniani ingekaa hapa duniani decay, venye miili za watu zina decayingi. But Jesus never, body yake haikuharibika, na imeandikwa. Did Mary resurrect? Who? Mary. The mother of Mary was a human being. He was just a vessel to carry Jesus. He was just Mary? A vessel. He was not even the mother. Mary died a long time ago. We don't know where is she. After there, according to the Bible, inasema Mary ako wapi? Mi hapo sasa sijafanya hiyo research unless nifanye. Of course I know alikufa. Of course I know alikufa. Mtu mwenye tuko sure tutampata mbinguni na Elijah. Alipanda juu na chariots. Unaona? Ni watu kama hao. But sasa sasa nikikuuliza, is Elijah God? Because he went into heaven. God took him into heaven. He was just a human being. The same way he took Jesus. But the case of Jesus was different from the case of Elijah. It's not the same. It's not the same. It's not the same. Elijah alizaliwa na mwanadamu. There was intimacy between human beings, intimacy. But for Mary was a virgin. He never had any intimacy with Joseph. It was kuna confusion. It was a vessel. I've said that Mary was a vessel. It was conceived by the power of the Holy Spirit. But Mary was just a vessel. Let me tell you, even the umbilical cord ya Yesu haikuwa damu ya Mary. Hakuna mahali ilipata contact. The blood of Jesus ndituosha, it was pure.
you are from God, not from human being. Ingekuwa ni blood ya human being wange have sexual intercourse, ndio sasa angekuwa mwanadamu. But it never happened. Hata wakati mama Yesu anaenda kutafuta Yesu mahali alikuwa, Yesu alimwambia, you woman, don't you know that I have to belong in the house of God? Na akawaambia madada zangu na ndugu zangu wakati alikuwa the Cana of Galilee, wakati akiperform the first miracle. Aliwaambia ndugu zangu na dada zangu ni hao ambao wameketi hapa wananisikiza mimi. So yani Mary was just a vessel. Kama tu kikombe unaweza kiweka uji, unaweza kiweka maji ya kunywa, unaweza weka juice. Akibadilishi anything. Okay. Kuna swali hapo nauliza. Yeah. Viskini kurutu umechoka pole papa, mimi sijachoka, wakiani sijachoka, niko sawa. Wabuhu, when we pray, who answers our prayer? Yes, someone to answer. Jibu Wambuhu. When we pray, nani anajibu maombi yetu? Wacha niwaambie, saizi Yesu ako mbinguni. Saizi Yesu ako mbinguni, ako kitu kimoja na Mungu. Unaona wakati Yesu alikuwa duniani, Bartimaeus, kipofu, aliposikia Yesu anapita, alipasa sauti akasema, Yesu Bwana wa Daudi nirehemu. Hiyo ilikuwa ni maombi. Haikuwa kitu kingine tofauti. Si alimuomba. Naomba unirehemu. Na Yesu akamponya. So, hizi usaninana na kiti. Yeah. We pray through Jesus, through the name of Jesus. Yani, maybe Yesu alikuwa anataka kutupatia hilo kwa sababu ndio tumeona. Unaona venye hatuamini? Sisi ni akina nani Tomaso. Venye hatuamini, sasa ukiomba kupitia yeye, at least unaelewa unafanya kitu gani na unaomba kwenda kwa nani. Yule mwenye mmeona. Kama angetuambia omba Baba na hatujaona Baba, sasa hata tungekuwa tunajiuliza sasa huyo Baba ndio nani? Ndio Yesu akatuambia just pray through me because Jesus is God and is God himself. So God answers our prayers. Jesus ni jina tu kwa sababu ya dunia. Mr. Right, wewe unasema nini kulingana na ile swali lake la Wambuhu? Gani hiyo? Ile anauliza when we pray. Najua Wambuhu ameuliza swali mbili na tujajibu zote. Lete swali lingine, lete maswali, hata tu maswali. Unapata mimi hiyo ya Mary unajua bado iko na confusion. Kuna wenye wanasema there is a scale of Mary imewekwa. Na according to Christianity, Mary was buried, yes. But she went to heaven. Unaona? Yeah. So nauliza hii scale ilitoka wapi? You know, ukianza kucount watu wenye walienda heaven, even you will get confused because you don't know the number of people who have gone to heaven. We hear that Moses is in heaven. We hear that Elijah is in heaven. Hata nani Enoch. Unakumbuka kwa New Testament kuna huyu Enoch at Antioch, the first place to be called for us to be called Christians. Vitu kama hizi anakuambia Kurukonto Lisingine anakuambia waambie watu unanunua drone wa support. Oh yes. Ananikumbusha. Kwanza Liskinga akuja hapa tu nini. Baje sijaona Masi kwa hiyo group. Masi. Ni vilonge.
Oh, niko na okay. Okay, muni add. Nilikuwa hayuko, so umesikia, mimi najua watu wenye wako. niko kwa hiyo ingine ya friends. But mimi nilikuwa nimeongea, but it's okay, I will join it. Masivosivori leo uko smart. Lisgini kuja hapa. Kuna Liskini mwana thank you my sister. Mr. Right mpaka network imemtoa. Okay. Arudi. Ama Liskini ameniambia niwaambie sipende kuzungumza mimi mwenyewe, napenda mtu anazungumza ndio nazungumza. If you feel like kwanza kuingia katika ile group yangu ama kuna group ambayo ina support kununua drone. If you feel like kwanza kuungana na hiyo group pale YouTube or WhatsApp ya kunisupport ninunue drone, you can text me. Kwa hiyo namba yangu ya simu kwa hapo tu kwa screen, niandikie tu pale ujumbe, uniambie nikuongeze pale. Si lazima utoe pesa, maoni ni muhimu sana. Yataweza kutusaidia tusonge mbele, tuweze kuwa accomplish that mission ya kununua drone. Hivyo ndio Liskini ameniambia niwakumbushe. So if you feel like uweze kuungana kwa hiyo kujua and that hit main part. Nashukuru sana kwa wale watu wengine jana tulizungumza wakakuja wakaingia kwa group, nashukuru sana. Kuna watu tuliongeza jana. Nashukuru sana. Tuendelee sasa. Mr. Rise, network ilikutoa, tuendelee. Network sijui iko na vitina gani leo. Wakati najisikia kuingia ndio nanitoa. Let's continue. So hii swali ya Masi. Masi ameenda ama yani kuna swali mlikuwa mmesema mmefi. Ati when we pray, who answers our prayers? Yes. Hiyo ndio ameuliza. Wambu wakati unaomba. Continue, nafasi ni yako. Wambu wakati unaomba, I think you just bring yourself together to say thank you to God, asking for your needs. So definitely is the one who answers our prayers. Yes. God. Yeah. At least Gini anauliza Mr. Right ni nani, sijui. Ni huyu tu yuko hapa. Lisgin. Hata sikii sauti ni ya nani? Guys, seriously. Please. Sauti ni ya nani Liskini? So, for me, I know it is God who answers our prayers. Yeah. And Wambo wewe unaombanga nani? Wambo yeye anaombanga nani? Hata mimi ndio nimetaka kumuuliza hilo. And who is God to you? What is your belief? What is your belief according to you? What is your belief about God? Ama ni Buddhism? Before tuingie kwa swali lingine, nataka kujibu swali. Kuna swali hapo limeenda wapi? We pray. Okay, ni swali gani tulikuwa? Do we pray through Jesus or hii swali mmesema tunaombanga nani? What is that question imeenda wapi? Who answers our prayer? Yes. Who answers our prayers? Me ningekuwa nasema the one who answers our prayer according to me is Jesus Christ. Because kuna mwana anasema kwamba unaenda kwa Yesu na Yesu atakupeleka kwa Mungu. So nobody goes to the Father except passing through me, who is Jesus Christ. Kama nitakuwa nimekosea? Utakuwa umekosea, unajua kwa nini? Haujakosea. I think haujakosea, but we are told that. Unajua hata Yesu aliomba. Unajua hata Yesu aliomba. Ukiambia Wamboni Yesu ndiye anajibu maombi,
Atakuuliza na Yesu wakati alikuwa anaomba ni nani alijibu? Alikuwa anajibu. Yes. Sasa ungemjibu aje akikuuliza hivyo? Akikuuliza hivyo utamjibu aje? Ndio maana nilipepo cha Juu Yesu pia alikuwa anaomba. Cheki nani Krukuntu. Ukisoma Ezekia, yani ukisoma nini 2 Kings 21:6 inasema ile story ya Ezekia. Sijui kama umeisoma. 2 Kings. Yeah. When he was sick. 2 Kings 21:6 I think. Yeah. 1-6. The Bible says, in those days, Ezekiel and story Ezekiel. And Isaiah yeah, went to him and said to him, "Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, and not live." Then he turned his face towards the wall and prayed to the Lord, saying, "Remember now, O Lord, I pray how I have walked before you in truth and with a loyal heart, and have done what was good in you." And Ezekiel wept bitterly. And it happened before Isaiah and they had gone out into the middle court, that the word of the Lord came to him, saying, "Return and tell Ezekiel, the leader of my people, that says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Surely I will heal you. On the third day you shall go out to those of the Lord, and I will add to your days 15 years. I will deliver you from the hand of the king of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. So umekubali it is God who answers the prayers. Yes. He answered the prayers of Ezekiel by adding 15 years to his lifetime. Kwa sababu alikuwa akufa hiyo siku, unaona. Alafu pia ukienda kwa Isaiah 65:24 pia inakuambia it shall come to pass that before they call I will answer, and where they are still speaking I will hear you, says the Lord. Yes. Yeah, umeona. So it is God who answers the prayers. Okay. Wambu, I think you have got your answers. Another question. Do we pray through Jesus? Wambu. But I like Wambu umefanya nimelearn something here which I didn't know, surely. Yes. People, mkitaka kupata hiyo jibu pia mnaweza pata kwa Matthew 6:6 inasema Matthew 6:6. Anasema Matthew 6:6. Matthew 6:6. Kuna sijui ni Matthew 6:6 ndio inasemanga hivyo. Inasema part Lisingine ati nifungue kamera. Network inasumbua. I think ni hapo kama sijakosea. If I'm accurate ni Matthew 6:6. Network ya inasema Matthew 6:6, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sits in the secret will reward you openly. Is that the first, Marceline? Masini kama Masi unampata?
Mimi nipo network ya sijui kontu ndio iko. Mimi si niko sawa. Panda juu ya mti nikusomea hii Matthew 6:6. Network ya haukuwa sawa. Matthew 6:6 inasema kwamba you when you pray go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who is in secret will reward you openly. And who is the Father? Sasa jibu imepatikana. Jibu imepatikana. Exactly. Yeah. It is God. Alafu kuna ingine hapa anauliza. It's God who answers. Yeah. Kuna ingine hapa anauliza anasema, and who presents our prayers to God? Ni Yesu, Roho ama malaika? It's Jesus. It's Jesus. The Holy Spirit is there to guide us, to rebuke us, and to direct us. Yeah. Miskina Mr. Right, siwaambie Riskina. Masi umesikia hiyo? Riskina hata yuko ni kama ameenda. Ni kama Riskina uko kwa comment. Sema hi. Umesikia hii Masi? And who presents our prayers to God? Ni Yesu, Roho ama malaika? So Masi, network inamzungua kule, naona ina rotate network yake. Biblia inasema lazima tupitie kwa Yesu kabla tumfikie Mungu. but ati ni lazima tupitie kwa Yesu. Anasema ati Biblia inasema lazima tupitie kwa Yesu kabla tufike kwa Mungu. Tufikie Mungu. Saya Ekre mambo. Hello. Hello. Bari ya jioni. Unanipata? Saya. Uko chini sana. Unanipata sasa? Nakupata but uko chini. Nilifikiria ni volume yangu but yangu naona nikaa iko sawa. Ni volume yako Isaya kwa sababu namsikia vizuri. Ninyi wote nawasikia vizuri. Before ni join studio mulikuwa loud but vile nimejoin naona Sasa tuko sawa sana. Karibu sana agree. Karibu. Karibu kwa mchada wa siku ya leo katika Pep Challenge Saya. Acha nijaribu kujoin tena. Acha nitoke alafu tena nijaribu kujoin nione. Okay, sawa. Okay. Yes, Mr. Right. Hii Biblia inasema lazima tupitie kwa Yesu kabla tumfikie Mungu. Sijui alikuwa anapeana maoni ama alikuwa anauliza swali. I think Yesu ni kama intercession between us and God, unaona? According na vile hiyo verse imesema, our prayers go through Jesus. So I think is acting like intercession between us and God. Yeah. Okay. All right. Asante sana. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. We are new from the other end side. Wambu. Ati kwa hivyo tunaomba Yesu ndo Yesu atuombee kwa Mungu. Wambu sijui kama umesoma scriptures. Ukienda kwa Ephesians 1:13-14 inasema the Spirit then forms our spoken groaning towards God into prayers. So si lazima tuombe Yesu, hapana. Maombi yako inaenda direct ama ipitie kwa Yesu. So we don't know that. But the thing we know
It is only God who answers the prayers, and it is God who hears our prayers. Unaona? Yeah. Saya, unatupata sasa? Saya. Bado mko chini, wacha nitafute earphones. Saya. Maybe unanipata? wacha niweke earphones nione. Sawa, nakupata kwa sasa. Kurukuntu. Kurukuntu. Oh. Hebu soma Acts 1-3. Acts 1-3. Yani Acts 3 verse 1. It says, now Peter and John went up together to the temple of the hour of prayer. Hiyo ni Acts 3. Ni chapter 3. This 3, yeah. 3 verse 1. Yeah. Acts 3:1. Na kuendelea. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called the Beautiful, to ask him. That's the Acts 3 verses 1. Anisoma gani hiyo? Yenye nasema prayer is the petition to God for our own needs. Saya tafadhali Saya, naomba kaza kurudi hapa. Saya, you can come back. So those people, if you are new and come to subscribe, make sure you have subscribed to this channel. Make sure you subscribe. Ndani iko sawa hapa. Ni Dennis Nyabuto Kukurukuntu. Wambua anasema kwamba tunafaa kuomba Yesu juu Yesu ndio mwenye huruma. Celestine, hebu ingia. Celestine yako wapi ingie huko? Wacha nieta Saya hapo tusikia anasema nini. Saya? Yes. Sasa unanipata? Leo mko chini, sijui shida nini. Simu yako ni kama sauti ni simu yako. Kwa sababu tunakusikia vizuri. Yaani simu yako, lakini tupate tu hivyo sasa. Tunakupata vizuri sana. Karibu kwa mjadala, sijui maoni yako ni yapi utapatiana kuhusu. Je, Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Hello? Yes. Karibu katika mjadala, tuambie kwamba Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? Asante. Je, Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu? Yesu ni mtoto wa Mungu. Kuna mtu atakuuliza waweza kutetea jibu katika maandiko? Mtanipea dakika moja, lazima niwapate kilia. Acha nichukue fulani hapo inisaidie ikuboost nini. Sawa. Yes, tuendelee Mr. kama makini msiboli. Ile ghorofa yetu nilikujengea mahali kuna network, tumekuja master. Yes. Tuendelee. Yeah. Kwa sababu hii yenye Masia alisema, yani nani Wambu anatuambia tunafaa kuomba Yesu juu Yesu ndo mwenye huruma.
right. Masi, kingoja saya. Masi. Halo. Yeah. Pata sasa. Saya. Nimechukua earphone sasa ile manual. Matuong. Okay. Karibu sana ndani ya nyumba. Saya. Tulikuwa na topic hapa na pia Asante. kuna maswali hapa yanaletwa hapa na kijana anaitwa Wambui. Analeta maswali moto hapa inatuchoma hapa kidogo. So tulikuwa na topic tulikuwa nasema ni katika marriage. Alikuwa anasema kwamba je, Yesu ni mtoto wa Mungu ama Yesu ni Mungu? So ukitetea jibu lako tupate tu pia maandiko, tuko na Biblia ya kusoma, kisha baadaye tuende maswali mengine hapa. Naona kijana anaendelea kuuliza. Okay, asante. Pole nimepotea kidogo. Najua huku kukimbia kidogo South Africa juu ya vile situation iko maneno ya Zuma, but tunashukuru Mungu tuko wazima. So mi naweza ingia mjadala kidogo niseme ya kwamba Yesu mtoto wa Mungu. Only that side maybe sitakuwa poa sana kwa quote the exact scripture, but kuna jamaa theologist aliniambia, alikuwa anajaribu kuniivisha Bible. Akaniambia kwamba Mungu aliambia Musa aambie mawe itoe maji, lakini kikawaida Musa wanasemanga alipiga mawe juu ya hasira. Alafu pia tukienda in the beginning anasema kwamba now let us make human beings in our own image. So Mungu alikuwa anaongea na nani? Alikuwa anaongea na Yesu. Alafu pia inakuja anasema kwamba Mungu akisema now let us make human beings in our own image, which means there were other beings but they were not in the image of God. So since the Genesis or since the beginning tunaona kwamba Yesu he was there like the son of God, lakini so ilifika mahali penye ilibidi akuja atuokoe nini kwa ulimwengu, atuokoe dhambi zetu. So kulingana na hiyo swali mimi naweza sema Yesu ni mwana wa Mungu, maana alisema yule atakayeenda kwa Baba anataka kuenda kwa Baba. Mimi ndio njia. Lakini sasa wakati sasa alikuwa sasa ameshauliwa na anaenda sasa, ndio akakuja akaambia wafuasi, sitawaacha kama yatima, but ndio watumia Roho Mtakatifu awaongoze. So hapa before akufe Roho Mtakatifu hatujakuwa revealed kwanza. Before akufe, before resurrect, it's now when he come now to tell the disciples ya kwamba sitawaacha kama yatima, ndo watumia Roho Mtakatifu. Ndio tukisoma Matendo ya Mitume ndio sasa Roho Mtakatifu akakuja. So mimi naweza sema ni mwana wa Mungu. Swali lingine anasema kwamba tunafaa kuomba Yesu Yesu ndio mwenye huruma. Sasa ye mwenyewe alisema mtafika kwa babangu through me. Naelewa. Alisema tunaweza fika kwa babake kupitia kwake, lakini sasa pia Roho Mtakatifu ni wa kutungoja sisi na kutulinda. Alafu sasa tukikuja in a normal life ni tunaweza sema for example nimekuja kwako kukurutundu, wewe mwenyewe hauko. Lakini maybe uko na kijana wako ama mtoto wako. For example tu yani. So wewe kijana wako it's same as you, they work in the same spirit. So ndo tukishamaza kwamba tunasema kwa jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. So Mungu atajibu maombi, ama kama kitu imefanyika for example saa hii tuseme
nimekuja kwako nikaomba kitu, we mwenyewe hauko, lakini your son has given me, maybe nilikuwa nataka nisaidiwe na maybe let's say 500, I don't have food. Sitasema ati ni mtoto wa Kukurukundu, sitasema ni boma Kukurukundu ndio ili imenipea kitu fulani. Mi naona hivyo. Okay. Swali lingine. Biblia inasema Mungu wetu ni mwenye wivu, lakini Yesu mwenye huruma. Sijui kama ni swali kama alikuwa anaongeza. Nikienda swali lingine alikuwa anauliza Yesu mwenye Yesu anasema kwamba Biblia inasema Mungu wetu ni mwenye wivu, lakini Yesu ni mwenye huruma. So Mungu inalingana ni wivu gani? Unaelewa, kuna ile powers zenye Mungu ako nazo. For example, unasema Satan maybe he was an angel, then he was thrown down. Which jealousy is this? There now we come tunajaribu kuelewa ni wivu gani hii. Unajua kuna wivu yenye maybe mimi nikikuona sitaki kukuona, maybe umenoa kitu ama unaendelea. Yes. Ama sitaki mtu mwingine, maybe watu wana provide help mahali, maybe sitaki mtu mwingine a provide. So hapo mimi naonanga ni which jealousy is this one we are talking about? It's not just jealousy, hii jealousy yenye sisi tuko nayo. Mi naona hivyo hapo. Sasa mahali pa Mungu ni mwenye wivu, hapo sasa ako ni wivu gani? Tusijaji tu tuone maybe ni wivu yenye maybe hataki mtu fulani aendelea ama nini. Hapana, maana saa yeye ndio ako na uwezo yeye peke yake. Yesu ni wa huruma ndio, but tena Yesu tukifuata maandiko kutoka vile maprofesa walikuwa wana profesa kutoka kitambo akina Isaya, ilikuwa washa profesa kwamba kutakuja kuwa na mwana wa Mungu, atakuja zaliwa of a virgin, but it had not come to pass. But sasa ilikuja ikakuja ikapass sasa to fulfill the prophecy that now professor walikuwa wameprophesy. So Yesu ni wa huruma ndio, akakuja akaambia Baba wasamea wajui chenye wamefanya wakati tulikuwa sasa wamemsulubisha. So hii jealousy ndio kitu ya maana hapa. Which jealousy is this one? Swali lingine hapa. Biblia inasema and who presents our prayers to God? Ni Yesu, ni Roho ama ni malaika? Who presents our prayers to God? Ni Yesu. Our prayers to God. Ni Yesu, Roho ama malaika? Who presents our prayers to God? Okay, prayers mwenye ana present to God according to me. Sasa for example, let's say the way I understand, when we pray, mwenye ana present maombi, it's you. Because God already know this guy, he lacks something, or you lack, let's say, a piece of land, you lack kitu fulani, but we mwenyewe you have not presented, maybe hauna haja. Maybe mimi nafanya vitu mbaya, nafuta bangi for example, mimi ni mtu mshirikina nini, but Mungu wako, Biblia inasema aje? Yesu yeye hako, Roho Mtakatifu hako hapo ulimwenguni. Kuna wale watu wenye wanajua Roho Mtakatifu hako, ameenda alikuwa mgonjwa akaombewa, he trusts, he believes in Jesus Christ, that Jesus is there. And hao watu vile nimesema, these things they are like same, it's like a triangle. Okay, remove one corner, it will not be a complete triangle. So Yesu, Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu. So we mwenyewe unaamua
pastor, nimeamua niokoke. You present, ne? Unaenda sasa unasema Mungu naomba. Maana ukishaomba utasema Mungu nimeomba hivi. For example, sasa tukikuja Quran, tukuje ki Christianity. Unapata kwamba ukisoma Quran, mostly Old Testament na Genesis is same. Lakini unapata tunakuja kudifa maybe kwa New Testament. So tukishaomba hao watu wote wako. Unaomba Mungu. Unaomba Mungu, unasema Yesu, unasema Roho Mtakatifu. Hao watu wote, all of them, their answers, or all of them will give you answers. You cannot omit the other one from the other one. That's how I can answer that question. Okay, shikilia hapo. Wacha nipatie watu linki wengi hapa. This is a general discussion. General discussion. Watu sijui Mr. Right umeenda wapi? Sijui Masibu wapi? Mliona Saya mkatoroka. Masibu anasema kwamba God is jealous who worship other God and also remember Jesus is God. So Mungu akona wivu kwa watu ambao wanaabudu miungu. Wambugu kisha anasema hapa kwamba Saya, Mungu hana huruma. Ukifanya dhambi hakuna kumwomba msamaha kwake, lakini Yesu tunamuomba msamaha. So I don't know, yaani anamaanisha kusema kwamba Mungu asamehe. I don't know anamaanisha nini. Umeelewa hilo swali lake? Mungu, nimeelewa. Mungu hangekuwa na huruma, hangemtuma mwanawe wa pekee aje ulimwenguni. Hangemtuma, hangekuwa na huruma. Hivyo ndo naweza mjibu my brother anajiita Wambu. Kama Mungu hana huruma, angemtuma mwanawe wa pekee akuje ulimwenguni atuokoe dhambi zetu. Hangemtuma. Na Mungu na Yesu ni mwana. Wewe ni mtoto wa mtu fulani, for example saa hizi tuseme Gideon Moi. Tutumie tu example in our normal life. Gideon Moi ni mtoto wa Moi. So kama utaenda utusi Moi, umetusi Gideon. Ukitusi Gideon umetusi Moi. Sina ukweli. Kwa hivyo Mungu alituonea huruma. Mungu ako na huruma. Yes. He is God of mercy. God had mercy so that he sent Moses to Egypt. Achukue watoto wa Israeli. God had mercy. Akatuma malaika ashuke ndani ya tanui la moto kuokoa Shadrach, Meshach and Abednego. Mungu ako na huruma kwa wale wenye wamemtambua yeye. Yeah, so mwana wa Mungu Yesu yeye alitumwa. It was not easy for Jesus, but he had to go through that cup. So Yesu pia alikuwa obedient to his father. Angesema mimi siendi ulimwenguni. But sasa yeye alisema alitumwa na babake. So kama angekuwa na huruma, sidhani kama angetuma Yesu. Okay. Hivyo ndio mimi sana nimeelewa hapo. Okay, thank you very much. Amos upon God is jealous. So commandments only jealous ukiabudu and other gods. So hiyo ndio Mungu alikuwa na wivu. Joseph Nyagoya anasema kwamba Mungu ndio Yesu na Yesu ndio Mungu. Maana Yesu alitu Emmanuel, maana Mungu pamoja nasi. So yeye anasema Mungu, Yesu ndiye Mungu. Anaitwa Wambuhu. Kumbuka safari ya wana Israeli. Mara ngapi Mungu alikuwa anataka kuwamaliza? Hapo kwa safari ya wana Israeli. Hapa kwa wana wa Israeli maybe mimi ndio sijajua, lakini sijaona penye Mungu alikuwa anataka kuwamaliza. Ni the faith of children of Israel ndio ilikuwa inasonga chini. Mungu yeye anataka ukishamwamini. Kumbuka Yesu wakati aliambia wewe ni Matthew
walienda wa disciple wakamuuliza, mbona sisi hatukuwa able kuponya huyu mtu? Penye Yesu anawaambia mkakuwa na faith kidogo kama mustard seed, mnaweza command mlima imove, si ndio? Which mean tunaomba but hatuna ile faith. So wana wa Israeli walikuwa washatolewa kule penye wamekuwa wakiteswa. Already Musa ashawachukua wanaenda. Washaona 10 plagues. Wameona locusts, wameona machura, wameona nini? Wameona hail of stones. So they were now to have that faith in Jesus Christ, that anything they need, they will get. But imani yao ilikuwa chini. But unapata Musa, imani yake ilikuwa juu. Hata wakati ako kwa mtoni, ye alikuwa aliambiwa Mungu, nimefika hapa sasa nifanye aje? But kuna wale walikuwa wanamwambia basi kataa Mungu, basi sisi tufanye nini? Turudi tu basi, yetu tulikuwa tunatesa but tulikuwa tunakula. So they were to have that faith. Imani yao ndio ilikuwa inaenda chini. Hata Miriam ndugu yake, dadake Musa, imani wakati anaenda kuchukua 10 commandments juu, imani yao ilikuwa inashuka chini. They were not having that faith in Jesus Christ, in God, that ya kwamba Mungu mwenye ametutoa Misri tena bado atatufikisha penye mwenyewe anatuelekeza. So hapo imani ilikuwa chini. Okay. Most possible God forgives, but there is consequences for every sin. Yes, most possible, but let's good news. Marceline. Marceline. Network. Okay. Anasema Isaya. Wana wa Israeli walipomkosa Mungu, si aliambia Musa aondoke awamalize? Inafaa kuwa specific walipokosea wapi. Hiyo safari ilikuwa refu. Walikuwa kwa desert, walikuwa wana chakula, wanaambia Musa turudishe. So unajua anasema wana Israeli walipomkosea Mungu, si aliambia Musa aondoke awamalize. Ya unajua ukisema ni wapi penyewe sasa maybe kama anaweza sema aliambia Musa ondoke wapi. Walikuwa wako bado jangwani. Walikuwa wamekutana na Wafilistini kwa bush, kuna vita. Hapo sijamuelewa mzuri. Okay. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV pamoja na Igikaro TV pamoja na Kurukuntu TV, zote zikiwa kwa pamoja, tunasonga mbele pamoja. So kama uja subscribe pale Kisi Hot TV, hakikisha umepiga subscription pale Kisi Hot TV. Kama uja subscribe pale Igikaro TV, make sure umepiga subscription yako pale Igikaro TV. Pia mimi hapa ndio naanza hiyo, anaitwa Kurukuntu. Pia kama uja subscribe katika channel yangu at Kurukuntu TV. So tukimeweza kutoka hapa, tafadhali hakikisha umesubscribe Kurukuntu TV. Target ya hii wiki ni kufikisha subscribers 150. Target ya last time tulifikisha. So make sure ukiingia pale mmechukua ile link, mmetumia marafiki, waambie tafadhali waweze kusubscribe. So wakati una subscribe, make sure mmewatch hata 1 minute ndio subscribe. Because usubscribe even na utoke, hiyo subscription inakuwa pale for just 2 minutes. Tena inatoka. So hakikisha una watch 1 minute ndio na subscribe, ndio itakuwa pale milele na milele. Nitakuwa nashukuru sana. Thank you very much. Anaitwa nashukuru. Anasema jangwani. Anamaanisha jangwani. Jangwani. Hii swali ni tricky kidogo. Unajua pia swali kama haijakuja kwa kiunagaubaga mzuri huwezi elewa mzuri, maana jangwani ilikuwa refu.
Actually, almost the whole journey it was kwa jangwa ama ona. After wavuke mto. Jangwani ilikuwa refu sana. Hapo maybe sasa ni mwepe niseme hapo simuelewi ama labda achieleza aseme kwa wakati afanya kitu fulani. Maana ukisoma safari ya wana Israeli kuna vitengo, kila chapter inakueleza hii na kueleza hivyo. Hata wakati waliunda ndama za kinini za zile dhahabu ambazo walikuwa wamebeba kutoka kule Misri. Utakuja upate Musa akakuja akavunja 10 commandments, ndio tena akarudi juu hivyo mpaka penye Mungu akamuonyesha hapa ndio Canaan, lakini we utafika, maybe ni kizazi yako itakuja fika hivyo mpaka akakuja akaachia Joshua. Yeye akachoka akasema, sasa mimi na nyumba yangu wacha sisi tutamtumikia Bwana. Nyinyi wengine kama mmeamua mnatumikia Mungu ni sawa, kama mmeamua unataka ku worship idols tena ni sawa. Okay. Joseph Nyangoya, hapo mwanzo Mungu akiumba dunia walikuwa zaidi ya wawili, kumaanisha Mungu alikuwa na Roho Mtakatifu baadaye Yesu, ikawa ni Trinity, wote hufanya kazi kwa moja, kwa hivyo Mungu ni Yesu. Maoni yake hayo. Nakubaliana naye. Very much Joseph Nyangoya, nashukuru sana kwa kuweza kwa namna jinsi ambavyo mnaendelea kujadiliana hapa. So kuna kitu kwa nawakumbusha hapa, unaona hapa wataka kama utapiga subscription katika YouTube Kisii Hot TV, hakikisha umepiga subscription yako pale Kisii Hot TV, hii Karo TV yake Dan Kiriga, na pia mimi Kukuntu TV kupata nafasi, hakikisha kwamba umekimbia pale umepiga subscription yako. Target ya hii wiki ni 150 subscribers. Jana wiki nyingine ilikuwa ni 100 tulifikisha, so hakikisha tumefikisha 150 subscribers. Just share and subscribe, make sure umewatch hata 1 minute, ndio ukipiga subscription isiweze kutoka pale, sawa. Na pia mwenye anahitaji kuingia ninapenda lizikuni wakumbushe anybody is willing to kuingia katika ile kwa ile ma friends ama fans ambao waliungana pamoja hata kunisupport kununua drone. Utaka kuingia pale kwa hiyo group ambayo ilianza in the middle of June na ina run mpaka early September. If you feel like kuingia pale kwa hiyo group ya support, unaweza text kwa nambari kwa 0700184011 on the screen. Hata kama si pesa muhimu sana, kama nipigie simu niambie maoni ni muhimu sana, si lazima pesa, maoni inakuwa muhimu sana, more especially ushauri. Anaitwa Wambuhu anasema kwamba yes, nilikuwa nasema Kisii TV nisha subscribe. I think ya Kukurukundu ndio maybe bado, kile nitaitafuta tukimaliza. Sawa. Kama Mungu ni mwenye huruma, kwa nini Musa hakufika Kanaani? Hivyo ndio anauliza. Kama Mungu ni mwenye huruma, kwa nini Musa hakufika Kanaani? Saya leo okay. Yes. Mungu alipenda Musa, si ndio? Kwanza wakati Musa najibu hiyo swali, kama Mungu ni mwenye huruma, mbona Musa hakufika Kanaani? Wakati Musa anazaliwa, tunapata kwamba Farao amepeana order kwamba watoto wote wa kiume wafanye nini? Wauliwe. Yes. Wakati mamake alimchukua akamweka kwa mto nini, akajipata kwa palace, akaguro, akafika mahali akaanza kujua kumbe mimi ni Myahudi, mimi si Egypt. Musa kulingana na maumbile, Musa alikuwa ameishi miaka, alikuwa akiendelea kuona na kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. So safari ilikuwa mbali ya kufika Kanaani. Mungu kama angekuwa wa huruma angeonyesha Musa Kanaani. Yes. Sasa maana Musa alifika mahali wakati wanapigana kwenye jangwa, inabidi watu washike mikono zake wainue juu, ndio utukufu wa Mungu unashuka. Wanapiga sasa wale Mafilistini kwenye jangwa. Wakati ambapo mikono za Musa zilikuwa zinaenda chini,
walikuwa wanapigwa. So Moses was old. So Mungu kama aliona apumzishe Musa, lakini at least amuonyeshe amuonyeshe Kanaani ni pale. Yes. Alafu pia tunaambiwanga kwa maandiko, during transgression of Jesus Christ, nani aliapia pale? Musa na nani? Alikuwa Musa na Elijah ama na nani? During transgression of Jesus Christ. So mi naona ni kama Musa wakati wake na kazi ambayo alikuwa ashafanyia Mungu, Yes, ilifurahisha Mungu, maana mpaka saa hii wanasema hakuna mtu mwenye amewahi ona kaburi ya Musa. Hakuna mtu mwenye alizika Musa. Si ni ukweli? yeah. So hatujuangi alienda ama alikufa, maana matanga ya Musa haikufanywa. So hatuwezi sema Mungu si wa huruma. Mungu ako na huruma. Ukiona vile tunafanya vitu hata in our normal lives, unapata mtu amerepu mtoto wake, unaona mtu amefanya, yani kuna vitu ukiona vile zinafanyika unashangaa hii imefanyika aje? So Mungu angekuwa si wa huruma, ungekuwa unafanya dhambi unapata tu umekufa, maana angekuwa anataka the clean world, lakini anasemanga hapana, repent and come back to me, realize that I'm your God, I'm the one who created you, repent nami nitakuchukua. So wenye wanasema Mungu si wa huruma, I think time pia imeenda vile naona ikawa najipanga kwenda, lakini Mungu ako na huruma. Yeah, Mungu ako na huruma. Abraham wakati aliambiwa atoe Isaac amchinje sadaka, Abraham was willing to go and slaughter Isaac. Isaac was asking, where's the lamb that you are going to offer? Abraham used to tell the Isaac to Leah, God will provide. Unaona? So Mungu ako na huruma, maana alitoa mtoto wake. Nimeleta scenario ya Abraham sababu ni mtoto wake wa pekee. So Yesu pia ni mtoto wake wa pekee. Ndio sasa ako na hiyo huruma, katoa mtoto wake wa pekee ili akuje ulimwenguni. So unajua sasa kama hawaoni kama hiyo ni huruma pia, maybe huwezi jua. Unajua watu tuna understand vitu tofauti. Hivyo ndio maoni yangu naweza sema. Niliona swali fulani hapo tena. Anasema kwamba tafadhali kumbuka Musa akizaliwa sheria hazikuwa. Sheria ilikuja kupitia Musa. Okay. Nashukuru hiyo swali yake na nimemuelewa. Sheria yenye ilikuja kupitia Musa ilikuwa sheria ya Mungu, of which is 10 commandments ama chiko kwa Kikisisi, ndio? Unajua? Si ni ukweli? Yeah. Lakini kuna sheria ambazo sheria nasema sio sheria ya Biblia 10 commandments. Naongelea sheria ya Farao. Yes. Ya Egypt. Farao ndio walikuwa wametoa, maana Farao alikuwa ameona hawa watu wakikuwa kasi sana, watakuja hata watu overall. Ndio maana wakapitisha sheria kwamba mtoto kijana wote wauliwe. Ukizaliwa upatikane ni kijana, you are being killed. Yes. So sheria zenye tunasema za Mungu za Musa 10 commandments ndio hazikukua. Hazikukua, bado walikuwa hawajapatia Musa. Na ndio Mungu kwa hiyo huruma mimi nasema akaona kwamba hapana, acha nipea watu sheria so that wanaweza zifuata. Ni kama formula. Ukiifuata unapata the right answer. Sheria yenye naongelea ambayo ilikuwa imetolewa ni Farao ambaye alikuwa ametoa sheria kwamba watoto wote wazaliwe. Sio sheria ya Mungu sasa. Hiyo ilikuwa sheria ya Farao. Hiyo ndio sheria nasema, ndio ilikuwa inasema kwamba all male children wakuwe wauliwe. Ndio mama akasema hapana, siwezi ona mtoto wangu akiuliwa, wacha nimweke kwa hii gasket aende kwa na maji, afadhali akufe kama sioni. Yeah. Ndio akakotwa na binti ya Farao. Yeah. Okay. Hapa kuna maswali. Maswali yamekuwa hapa mengi sana. Pole nilichelewa. I think pia wakati pia inanikimbiza kidogo, maana huko mkikuwa saa 2 bado niko saa 1.
ya so unapata mi bado nakimbia kimbia hapa na pale, ambapo sawa ukifika saa 7 mi bado niko saa 6, maybe ushaanza program saa 2, mi bado niko saa 1, maybe niko kwa jam, ndio nakimbia kwa nyumba nini uoge, vitu kama hizo. Yes. Okay. Nashukuru sana kwa kuweza kuungana pamoja na mimi hapa. Sijui maoni ya mwisho ungeweza kupatiana tukienda kumalizia, kwa sababu zimeonga tu hapa saa 7 dakika 12, tarehe ni 13 mwezi wa mwaka 2021. So ni kama tutapumzika ikifika saa 11 nitakuwa hapa katika rao kama pumzika saa 11 asubuhi kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Labda maoni yako ya mwisho ungeweza kupatia. Maoni yangu ya mwisho, kwa sababu ya muda sitachukua muda sana, naweza sema kwamba nitaambia wa marafiki zangu wa Kisi Hot pole leo, nimechelewa sana. Alafu kulingana Mungu kama ni mwana, Yesu kama ni mwana wa Mungu ama Holy Spirit are they, hiyo kitu it's like a trinity, they work into one, into togetherness, yani kama kitu moja. It's like a triangle, ukiremove one angle it will not be complete. So ukiomba hata useme we umeenda church, kuna wale watu wenye maybe hawaamini Yesu ama Roho Mtakatifu ama nini, we umeomba tu Mungu, yani unaomba tu kitaja Mungu peke yake, bado tu uta receive kitu ulikuwa unaomba Mungu. But kitu ya maana sana ni faith, ni imani yenye uko nayo, imani yenye uko nayo. Ukiomba Roho Mtakatifu bado uta receive. Ombe Yesu, ni same thing, lakini faith, which faith do you have? Ni imani gani uko nayo kwanza? Umeamini ama unaomba tu sababu unaomba? Unaweza omba hata maneno tu sentence 5, lakini ile imani uko nayo, yani unasema hii kitu Mungu ashatenda, na yenyewe faith yako itakuwa isha. So ubarikiwe sana. Hiyo ndio naweza sema, maoni tu is the same thing. Swali lingine imesumbua sana ya huruma. Mungu ni wa huruma. Maana hii dunia kwanza kuumbwa kila kitu yote, everything ni huruma ya Mwenyezi Mungu. Unaweza pata watu wamepata accident, watu wamekufa, wewe umepona maybe only one person. Unaona? Hiyo sasa ni imani yako na Mungu wako pia. Kuna huruma pale. There is mercy, there is God of mercy. He is God of second chance. That's why anasema Yesu akapeana mfano wa mwana mpotevu. Ukirudi, Baba bado tu atakukaribisha. Yes. Yeah. Nashukuru sana kwa kuona mimi tangia mwendo wa saa 4. Zimeonga tu saa 7:14, tarehe ni 13 mwezi wa 7 mwaka 2021. Nashukuru sana Mungu aweze kukulinda, kuhifadhi wewe unatutazama kupitia kwa mitandao yetu pale YouTube na Facebook. Anasema kwamba sitatosheka, tutaendelea siku nyingine. Nakwambia siku ya Jumatatu pia tutakuwa na Bible challenge, jitayarishe. Hivi leo tutakuwa na daktari wetu atakuwa leo hapa jioni kuanzia mwendo wa saa 2. Kuanzia mwendo wa saa 4 ndio atakuwa ametoka kazini. Aweze kutufahamisha leo tutakuwa tunazingatia kuhusu magonjwa tofauti tena. So usiweze kutembea mbali, hivi leo tutakuwa na daktari. Kama kuna swali utamuulizia, tutakuwa naye pale ndani ya nyumba ya Kisi Hot TV. So kama utapiga subscription katika Kisi Hot TV, hakikisha umefanya hivyo. Kama utapiga subscription yako pale Ege Color TV, na kuambia kwamba piga tu subscription yako kule. Kama pia wewe utasubscribe katika YouTube channel yangu, tafadhali ninakuomba, wiki hii niko na target ya kufikisha 150. So kufika siku ya Jumapili this week niweze kupata kama niko na 150 subscribers. Imagine 150, wengine wakiongelea 100,000. Mimi ndio naongelea 150. So nisaidie pale, watch, share with friends and make sure you watch dakika moja ndio usubscribe. Kwa maana ukisubscribe kama uta watch itakuwa tu hiyo itatoka after 2 minutes. So support, tuweze kupendana. Kitu kingine niliambia niwakumbushe, if you feel like kuingia katika ile group yangu ya kupenda support ya kununua drone, I have some friends ambao wanataka wanaenda kuchanga pale nunue drone. Wasema like if you feel like to enter to that group, waweze kuwa one of them ama kuweza kupeana ushauri pale. Unaweza chukua namba yangu ya simu kwa screen 0700184011, text me pale WhatsApp, nitakuongeza kwa hiyo group. Utaweza maswali, you can ask any question, unaweza kupata ushauri wowote pale, tutaweza kusonga mbele pamoja. Hii ni Kisi Hot TV, mbele iko sawa. Na mimi hapa nilikuwa ni Dennis Kukurikuntu
Okay, nani hapa? Joseph Nyangoya anasema kwamba ndio maana Mungu alikuwa anasema msikize mwanangu Yesu, kwa maana mkimjua Mungu mwamjua Yesu, mkimjua Yesu wamjua Mungu. Nashukuru sana Joseph Nyangoya, asante sana. Nashukuru sana kila mtu ambaye mmeshiriki. Ile maana yako ulipeana yalikuwa right. Kama ulisungumza kitu chochote ilikuwa right. Maana sisi hatuna uwezo wa kuweza kukosoa Biblia. Nashukuru sana kwa kushiriki. So ila tu sasa nataka tuchukue nafasi wakasa kutayarisha tunapoenda kuomba tukimalizia, because we want to pray, tuweze kumaliza, nataka kuomba Mungu na tuweze kumaliza. Tunapoenda kumalizia wakati huu, naomba kuchukua nafasi yako. Kuna hitaji ambalo uko nao unataka kuomba, kunacho kitu ambacho kinakusumbua sana, kuna unahitaji Mungu aweze kukusaidia. So it is the right time ya kuweza kuchukua nafasi tukaweza kuomba na Mungu akaweza kutusaidia. Gregory anasema kwamba nimelala na nimeamka bado mko. Sisi tuko Gregory. Kwa hiyo tukopa tena, tukopa saa 11. So kwa kitu ambacho umetarajia sana kwa maisha yako, Mungu aweze kukutendea na kuambia chukua nafasi. Ambia Mungu kwamba Mungu nikufanyie. Mungu kunahitaji ambayo niko nalo. Mungu atakusaidia. Hawezi akakuacha kama. Mshukuru tu Mungu kwa maana wewe uko mzima, unapumua. Marafiki zako bado umesoma na wao, wengine wazaliwa na wao, sasa hawapo. Wengine wamekufa, wengine wako hospitali. Hebu tuisi kama wewe ndio rafiki yako mwenye mlikuwa naye amekufa sasa hivi. Ungekuwa hapa hivi leo. So chukua nafasi, I thank God. This night tunapoenda kulala, mshukuru tu Mwenyezi Mungu. Najua watu wengine sasa hivi ni mchana. Mbona tu Mungu akakutendea jambo. Nimekwambia leo nisafiri nyumbani, nikirudi tu hivi maeneo ya jioni kusakafi ni saa 1 Kisii County, magari zinakimbia. Niona ajali ni follow gari kama 4 tu hivi kwa sababu ya overtaking na speed. Watu walikuwa pale, wengine waliumia. That's because that wengine tulikuwa wema. It's because Mungu ako na mpango yake. So just to pray God to protect you every day. Kwa maana shetani anaendelea kutafuta. Na kutafuta watu wa Mungu. So as we want to sing this song, be led as we want to pray. Yuko Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Yuko Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Asikiaye maombi, ajibuye kwa moto. Bwana mwaminifu, asikiaye maombi, jibu kwa moto. Bwana mwaminifu. So I want us as we have to pray tonight, God to protect you this all night, this all day, wewe ni mchana hivi. Mungu akakuongoze, akakuone, akakupigania katika mahitaji yako.
Kaweze kukushika mkono, kakuongoza kwa kila jambo. Najua Mungu anakupenda, Mungu anakujua, Mungu anakufahamu. Jua kwamba Mungu anakujua, anajibu maombi yako. Yuko Mungu juu mbinguni asikia maombi yako. Kila mjana unapoomba, yupo Mungu mbinguni ajifuye maombi yetu. Tunapoomba anasikia, anajibu. So zidi kumtumainia Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. So amina, napoenda kuomba Mungu akaweze kuwa pamoja na wewe. Napoenda kuomba, funga macho tukaweze kuomba. Mtakatifu wa watakatifu, tunatukuza jina lako wakati huu jioni hii ya leo Bwana. Umetenda mambo makuu Bwana. Tulipoanza mkutano wa siku ya leo katika Bible Challenge, Bible Study Bwana, tulikuomba uweze kuwa pamoja na sisi, ukatuongoze, ukatuelimisha na Roho wako Mtakatifu. Bwana, tunaomba kibali chako na tunaomba msamaha mahali popote ambao tusungumza kinyume na mapenzi yako, kama tukakukosea Mungu wangu, sisi binadamu, labda kwa kufikiria na kuweza kunena Bwana, tulisungumza kinyume na mapenzi yako Bwana. Mungu, tunaomba msamaha, katuongoze, katuelimishe. Jambo tumesoma Mungu wangu mazuri, wacha kaza kutuongoza, ya kuweza kutulinda na kutuweza kutunza imani yetu Bwana. Kila mmoja ambaye ameshika katika mkutano wa mchana wa siku ya leo, ninamwombea Bwana, mwenye amechukua muda wake kuweza kutazama Kisi Hot Ekekaro TV pamoja na Kukulikundu TV Bwana, nawaombea neema na fadhili kutoka kwako Bwana. Kawaongoze Bwana, kwa wahifadhi Mungu. Kuna wengine watakuja kuwatch baada ya miaka, baada ya masaa, baada ya miezi. Pia tunaombea Mtakatifu, kawaongoze familia zao, kazitunze wanapofanya kazi, wapate kibali na neema, dirisha na milango zako Bwana, wafungulie kila nia Bwana, promotion kutoka kwako Mtakatifu. Shetani ambao watafuta Bwana pale Bwana, tunaombea kibali chako na neema zako, protection kutoka kwako na damu yako Yesu Kristo. Fanya mambo makubwa Bwana, kwa binadamu wasikayatenda. Tuliza bahari, tuliza mawimbi Bwana yanayovuma katika maisha yetu. Kuna mawimbi ambayo yanayovuma katika familia zetu. Tena ishana miujiza Bwana, tunapopatana asubuhi tena alfajiri katika rauka, katuongoze kwa kila jambo Bwana, kwa tuelimishe. Kupokea sifa zako tukufu na mamlaka kwa maana tunasema ni katika jina Yesu tuomba na kuamini. Amen. Amen. Amen and amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, Of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Shalom. Kwa na usiku mwema. Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda. Tupate tena asubuhi saa 11 katika ndani ya Rauka, tuweze kupambana nao one on one, kuweza kuhimizana katika neno la Mwenyezi Mungu. Nawatakia wakati mwema. Mwenyezi Mungu aweze kuwalinda. Ulikuwa na mimi hapa leo Dennis Kukulikundu. Tena leo mwendo wa saa 4 tutakuwa na daktari ndani ya nyumba. So mweze kutembea mbali. Bye Dennis. Bye bye. Good night.